Makaratasi ikifika Nairobi, gazettement ikifanyika. Gazettement sasa ni kutangaza kwamba kila mtu ajue kwamba vitu za marehemu so and so zinagawanywa. Na wale watu ambao wamekuwa proposed kukuwa administrators ni so and so. Wakati gazettement imefanyika, kama ya harusi inatangazwa mara 3, kutangazwa kwa vitu za marehemu kutoka kwa marehemu ndio ziende kwa watu wake inachukua 6 months. Ile yenye mzee alikuwa anasema. So wakati imetangazwa 6 months itapita, kama kuna mtu ameleta jambo ndio tena tutaenda the next process. So kufika hapo miezi 6 na ile 4 imekuwa miezi ngapi? 10 months. Si unaona tunakaribia mwaka moja. Sasa gazettement imetangazwa, hakuna mtu ameleta jambo na kusema kwamba anataka kuoppose hiyo maneno. Sasa hapo ndio tunatafuta mtu mwingine next. Pale ya kwanza tulipata chief, tulikuja tukapata wakili. Sasa tunataka kupata another professional mali anaingia. Anaitwa surveyor. Surveyor anafanyanga kazi gani? Surveyors, kazi ya surveyors ni gani? Kugawanya shamba, kupima shamba. By the way, on a light note, na hii kitu niliona ina affect many churches. Muko na title ya hapa? Muko na title ya hapa kwa church? Kwa nini ya muko sure? Muko na title ya hapa? Hiyo tutaongea nyuma ya tent. There is a time nilikuwa nafanya kwa wakili mwingine nikiwa mwanafunzi anaitwa Sonye Ondari, sijui kama mnamjua, siku hizi ni MCA wa Sameta Mokwerero. Alikuwa ana represent South Kenya Conference. So tulikuwa tuna deal na kesi zote za South Kenya Conference. In fact, most churches za South Kenya Conference at least siku hizi wako na title, but by that time tulikuwa tuna deal nao, wengi wao bado wako na disputes za kupata shamba kutoka kwa majina ya kama nyumbani kwetu mahali ninatoka huko Magena, Bomachoge Borabu. Church tulipewa na mtu ambaye alisema mimi nimeokoka, na kwa sababu nimeokoka na nimekuwa nikifanya maneno mengi yenye mimi sijui, ninataka kuanzia hapa mpaka pale ni church. Akatupatia mahali ambapo mpaka church iko. Na bahati mbaya huyu mtu akafanya nini? Akaaga. So hata sisi bado hiyo church hatuna title. So mnaona hii maneno ya family bond, it's not about even the family, even the church. Saa zingine najipata kwa shida kama hiyo. So tumesema gazettement imefanyika, hakuna mtu ameleta jambo. Where do we move to? We go to a surveyor. Kazi ya surveyor ni gani? Wale watu wote wa marehemu watakuja waseme kama wanataka share ama hawataki. Kitu yenye mlikuwa mnasema ati wasichana wanaweza pewa siku hizi. Issue si ati hawawezi pewa, lazima wapewe. Kama watadima. Kuna wengine wanakuja wanasema, mimi ni ndugu zangu wafanye nini? Wapate shamba. Lakini lazima wakuwe involved in the process. Lazima waapie kwa chief's letter. Sasa surveyor anakuja anasema shamba iko eka 10. Watu wanafaa kugawana wako 15. Tutapima kila mtu atapata ngapi. Akienda kwa shamba mkionyeshana kila mtu anapata 0. what. All of them anatengeneza list ya vile vitu za marehemu zinaenda kugawanywa. Kama ni pesa ilikuwa kwa account mnaambiana tutagawana namna gani. Hiyo kitu ikishafanyika, hiyo report ikishatengenezwa na surveyor, inarudishwa back kwa wakili. Wakili anatengeneza application for confirmation. Confirmation ni ile kwamba sasa koti inaenda kuwakubalia vitu zitoke kwa marehemu zikuja mahali na kwa sababu gani? Kwa sababu tayari mmekubaliana bila mnaenda kugawana hizi vitu. Wakili akifile application for confirmation, na hapa ndio nataka mnisikize vizuri sana. Kama umenunua shamba mahali, na hapo mahali umenunua shamba umeambiwa kwamba tutafanya succession, alafu unaletewa title deed.
Kama hujawahi enda kotini ku witness confirmation of grant, lazima watu wote wapatikane kotini. Au watu wenye walikuwa kwa chief's letter, all of them must be, watakuja in court in person. Mtu anaulizwa mmoja mmoja, Jane, wewe unataka kupewa? Amesema mimi hapana, wacha ndugu zangu wapate. Ama mimi ninataka share na tumekubaliana nitapewa 0.5. Kila mtu anaulizwa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama uko na title deed na kuenda kotini, na hiyo title mahali ulinunua ni mahali ambapo mtu mwenye alikuwa anauza aliaga, ama ulinunua kutoka kwa watoto wa marehemu, na hamjawahi enda kotini na mko na title deeds, those title deeds are fake. Nataka tuelewane tu pole. Hakuna title deed inatoka kwa shamba ya mtu ambaye ameaga kama wale watu wote wa marehemu hawajaenda kotini. Kotini ndio watakubaliana kwamba tumekubaliana sasa hii mali itoke kwa marehemu ikuje kwa administrator ambaye tumemchagua sisi. Administrator ndiye atachukua jukumu lake sasa la kufanya nini? La kutransfer the property to kila mtu mwenye anahitaji kupata nini? Kupata share. So application for confirmation ikifanywa na kila mtu apatikane yako kotini na koti ikubali hayo maombi, mnapatiwa kitu tunaita grant. Hapo ndio mnasikianga watu wanasema wako na grant. Grant ni karatasi ama order ya court ambayo inakupea ruhusa yule umekuwa appointed administrator kutoa shamba kutoka kwa jina ya marehemu ikuje kwa jina yako. Unachukua the grant, unaipeleka lands, na grant iko na list kulingana vile mlielewana kugawa shamba. Ikipeleka kwa lands office, ndio land inatoka kwa marehemu inakuja kwa nani? Kwa wale ambao ni watu wa familia. Na hiyo process nimesema ikiharakishwa sana ni mwaka moja na nusu. So hiyo ni wakati hujaandika will. So ukitaka kuavoid hii process yote ya kutafutana na chief, ya kufanya maneno mingi, unaandika nini? Hiyo will itachukuliwa na ule executor, ipelekwe ikuwe filed in court, apewe grant ya kusema kwamba tutagawa mali ya marehemu kulingana na will yake. The process inakuwa shorter. Process inakuwa fupi kuliko wakati ambapo hauna will. Najaribu kukumbuka ni nini sijaguzia. Ni sawa. Sasa acha niuliza maswali while nikiendelea kukumbuka. Kuna kitu mliongelea hapa kuhusu watoto. Na hapa mtaniruhusu, lazima we face realities because these are cases zenye tunapata. Wamama wenye wako hapa, nataka tuulizane. Hapa mahali ulikuja, hii ni mfano tunatoa. Ulikuja na watoto wawili. Si ni kweli? Mnanipata lakini? Na umefika hapa kwa hii boma sasa mmekuwa na watoto watano. Si ni kweli? Watu wawili ulikuja na wao. Na mzee ameaga. Watoto wawili wako na ruhusa ya kurithi mali ya marehemu? Hilo ni swali. Hiyo wapea nini wanijibu hiyo. Hiyo hakuna chorus. Because hiyo ndio shida tunapata hapa kila siku. Mimi nasema ndio. Reasons. Yes. Wakati alinikubali nao watoto wawili. Thank you. Therefore tena tumepata hao. Au wote ni watoto wetu. Thank you. Mwingine akona jibu tofauti? Because hizo ni vitu zina shake the family bonds. Ukweli ama uongo? Jibu langu ni alikuwa na watoto wawili na umepata watatu, wamefika 5. Mwisho hao watoto wakikuja kuwa wakubwa hao wawili, saa zingine watahitaji kuwa na baba yao mwenye aliwazaa.
Thank you. Wewe unaleta good idea. Endelea kabisa. Itakuwa vizuri kama ni kuongea watoto waende kwa baba yao mwenye aliwasaa. Thank you. Hizo ndio vitu tunapatanga by the way. Kuna jibu ingine huko kuja ama kuna mwingine ako hapo? Amesema tupeane. Pea ule. Hizo ndio vitu tuna face. Na hizo ndio zina threaten the family bonds. Yes. Wacha upewe mic ndio hii maneno isikike. Nimefanya harusi siku ya leo. Na bwanangu. Tumepata watoto wawili ama tuseme mmoja ama watatu. Inategemea. Sasa sijafika hata umri wa miaka 25. Will I be in that home? Najua Biblia inatuambia hivi. Kama uwezi kusimamia kama mwanamke, you are allowed to be married. Sasa nimekubali, I will not stay like that. Ninapata bwana mwingine, maybe na yeye bibi yake aliaga anataka kunichukua. But hao watoto nilipata na bwanangu. Si bwanangu wakati nilifanya harusi alitoa kila kitu, dawari, si ndio? Hao watoto wanajua kwao. Unawaelezea yule bwana mwenye anakuchukua. Umwambie mimi kubali wakati huu hao watoto wakuna kwao. They will be in there. Watachukuliwa pale kwa sababu kuna arandi pale. Na mimi kama nimechukuliwa pale nimepata watoto. Na hao watoto wengine nimepata na huyu bwana. They will be in that home. Thank you. So inategemea. Thank you. But kama we ni mtu wa dunia inakuwa ngumu sometimes. Tuseme ukweli. Hata wa kanisa inakuwa ngumu, tumewaona wa kanisa kwanza ndio ngumu zaidi. Jibu yake yenye kitu nimependa kwa jibu yake inategemea. Yes. Patia mzee. Mpe tu ashike mic. What I know is kama ulilea hao watoto ni wako. Yes. So they deserve unless there was a will saying yes. Usiwapatie. Thank you. Wacha tuachie hapo and then we deal with this issue. Ukiwa unaenda kuoa na umeoa mama ambaye ako na watoto, ukikubali mama na ukubali kulea watoto vile mzee amesema, automatically wale watoto wanakuwa wako kwa macho ya sheria. Sheria ijui kama walikuja hawa ni watoto lazima wataridhi kama wale watoto watatu wenye walikuja wakapatikana kwa hii boma. The only thing yenye inakuwa shida is if hawa watoto wanataka kuenda tena kuridhi the other side. Kama umeridhi hapa, it is going to be unjustified. Kwamba inaweza kuwa si vizuri, ni haramu, hata kwanza ni si vizuri tena uende kuridhi pale ambapo ulizali, unless ule mwenye alikuzaa amekupatia kitu kama zawadi. Lakini huwezi enda kuclaim hapa tayari mahali huko umepewa, si ndio? Tena useme kwa sababu nimepewa hapa, sasa nimekuja nikagundua vile ule alisema nimegundua mahali baba yuko. Sasa tena niende kwa baba tena niende kuclaim. Double inheritance inaangaliwa kwa njia, sheria inaangalia inasema hapana, hii si maneno mzuri. Unless ule mzazi biological amesema ninataka kugift huyu mtoto. Lakini tena tuulizane hivi, because we are talking about strengthening family bonds. Huyu baba mwenye ako hapa, huyu mtoto akikuwa gifted from the other side, pia kunakuwa na tashwi, kunakuwa na shida. Kuna kitu alisema kuhusu kwamba of course I think nimeanswer because it depends. Kama ameenda huko amekubaliwa, watoto wamekubaliwa hii side, wata inherit hapo mahali wako. Na kuna watu ambao for example wameenda kwao, the ladies who are married, amefika mahali alikuwa married, amefukuzwa kutoka huko na bwana yake ama wamekuwa na shida, si ni kweli? Amerudi nyumbani na ako na watu, na tayari hapa nyumbani watu washagawana Lakini unajua kama hizi zenye mmesema zenye hamuna title, hivyo hakuna kugawana, mmegawana. Mnajua hivyo? Hii yenye mmeonyeshana tu ati wewe fika hapa, lakini bado title deed iko kwa jina ya mzee. Hapa hakuna kitu mmegawa. Huyu msichana ambaye anarudi ama mama anarudi na watoto, ako entitled ku inherit hapa kwa sababu ni mtoto wa marehemu. Na kwa sababu succession process haijafanya nini? Haijafanyika.
So wakati tunaongelea about inheritance, summary ni kwamba ni vizuri upange nyumba yako wakati wewe uko hai. Na kupanga nyumba yako, kama saa hii hamjawahi fuata title itoke kwa grandfather, munaachia nini watoto? Unajua hakuna kitu mnaachia watoto. Ni vizuri muanze mfuate process. Shamba za reserve zikuje kwenu, kwa sababu wewe ukienda, okay, let us say this. Kama grandfather, great grandfather alikufa na title deed iko kwa jina yake, grandfather wako pia yeye alikuja akaendelea na maisha akakufa, hawakuitoa kwa great grandfather. This grandfather na yeye ameaga, hakuwapatia your fathers, si ndio? Na your fathers wenyewe hawajashughulika na wao, maybe wameenda ama wako na ijakuja kwao. Sasa hao wajukuu watakuwa rahisi kuitoa huko. Inamaanisha nini? The more we wait atufanyi succession, atufanyi maneno ya inheritance, shida inaendelea kukua kubwa. Na ujiulize hivi, achana na hizi shamba zenye umenunua. Huko nyumbani hakuna kitu umeachia mtoto, kwa sababu in the first place hauna kitu ya kumpea. Shamba iko kwa jina yako. Pale mahali umeonyeshwa tu ni kuonyeshwa. So ni vizuri watu wajipange wakiwa hai, na kuandika will imaanishi unaenda kukufa kesho. Ni njia moja ya kujipanga na kufanya maneno yako ikuwe sawa. Now when your things are zimepangwa ukiwa hai, family bond itakuwa namna gani? Itakuwa na threats. So kuendelea kukosa kufuata the process of the law inaleta a lot of threats to the family bond. Jambo langu la mwisho na ninaendelea kusisitiza, hakuna mtu ako na right, hata kama ni wewe ni bibi ya huyo ambaye amekufa, hata kama wewe ni mtoto wa huyo amekufa, hakuna mtu mwenye ako na right ya kudeal na property ya mtu ambaye amekufa kama ana grant. Hakuna mtu mwenye ako na uwezo wa kukuuzia shamba ati ninajua namba ya grandfather, kuja nikukatia hapa. Ana shamba anakupea. Kwa macho ya sheria anakupea hewa. Mumaisikia mtu amenunua hewa? If all the beneficiaries wakuje waseme wewe uliuza hapa, ulikuwa na nguvu gani ya kuuza, unajipata kwa unapata mtu ameuawa kwa sababu anajiuliza kwanza kuna kitu ili happen hivi karibuni last year. Nani aliona nyumba zilikuwa zinaangushwa Mavoko? Zilikuwa worth pesa ngapi? Millions and billions of money zilipotea pale. Kwa sababu gani? Ile wamenunua hewa. Mtu mwenye aliwauzia hakuwa na capacity. Mtu mwenye aliwauzia hakukuwa na capacity ya kufanya nini? Hata wewe ukikuwa umetafuta, because pia tunafunzanga kwa church about stewardship, si ndio? Kusimamia vitu. Kama umetafuta 1,300 zako ama 400 ama 500 na unataka kununua shamba, kwa nini uende kununua shamba kwa watu wenye hawana uwezo wa kuuza shamba? Mtu anaangalia shamba anasema, iko kwa barabara hii, nikiacha hii sasa tena sitaipa, wacha tu ninunue, alafu process nitafuata baada. Ina bring a lot of problems and threats to the family bond. Thank you so much. Maswali kama itakuwa, we will be glad to take those questions. Thank you. There's something that elder said. Ule elder, sorry I didn't get your name. Ulisema, Toma akiuliza juu ya wills. Ulisema kama mtoto ako kwa will atapewa, si ndio? Na kama hayuko? Na kama hayuko? Kama hayuko hatapewa kitu, si ndio? Uongo. Kama hayuko hiyo will tutaichallenge. Si mimi ndio niliwafunza juu ya wills? Nilisema kwamba lazima ataandika watoto wake wote. Watoto wake kama alifanya harusi before kuwa na harusi alikuwa na watoto, si ndio? Na akaoa bibi mwingine akapata watoto. Wale watoto wengine wanaacha kukaa watoto wake? Wale ni wake. Kama akiandika will na akose kuweka, we will challenge that will. You remember when I said a will can be revoked? Like kama ulisema Tom yako ananiongelesha simpei kitu. Diana ni cha kwenda huko pia yeye simpei. Lydia wacha apewe hii mali. Tutai challenge. Your will can be revoked. So wakati unaandika will yako, unaiandika without partiality.
Na mnakumbuka the point that I said for someone to write a will you have to be knowledgeable, si ndio? Lazima uelewe. Utaelewa mali yako yote, utaelewa watoto wako wote. Juzi Mike Sonko alifanya kitu ya maana sana. Alisema kama kuna mwanamke ako na mtoto wake afanye nini? Kama kuna mwanamke ako na mtoto wake amtafute. Sawa sawa. So ukiandika will, tafadhali usiache mtoto wako yoyote nje. Na mjue hivi, kama mtu alikuwa anachungwa, for example Elder there. Elder is my uncle, si ndio? Na alikuwa ananichunga. Na I can prove that Elder alikuwa ananilipia school fees, alikuwa ananilipia nyumba yenye mali ninaishi, na maybe hospitali. I am a beneficiary, na mimi siko kwa mama, baba, watoto. Sawa sawa. But I'm entitled. Sawa. Kwa hiyo succession yenye mliambiwa hapo mahali mnaandika, ataandika daughter, son, uncle. Daughter, son, nephew, niece. Sawa sawa. Haya. Ni yote. Swali? Kulikuwa na mzee alikuwa na swali. Acha tu aulize na huko. Mpatie mic. Nawashukuru sana kwa mafundisho ambayo mmefundisha. Mafundisho ya inheritance ni magumu sana. Na tena kama vile mmetuambia, inheritance inaandikwa, ukitaka kuandika inheritance inatakiwa uwe na mtu ambaye anachua sheria akuchuze vile unafanya nini unaandika, kwa maana ni kazi ngumu sana. Kuna chamba ambalo niliona mkilizungumza mkisema miezi 6 mwaka 1.5. Wacha niwaambie, inheritance is not done in a hurry. It is not done in a hurry. Even if the children are suffering, it takes time. The shortest time, as you said, 1.5 years. Kama imeharakishwa kabisa. But that is almost impossible. It is between 2 to 3 years. Na hapo mmekimbia sana. It is the government, you know, Kenya Gazette wanataka miezi 6, see, and above, so that everybody will know. Kwa hivyo, this is a very good information. There are some, if you want to understand a Christian inheritance, you can read this book we call Adventist Home. Kuna chapter wanazungumza kidogo juu ya inheritance. Kuna jambo ambalo linasumbua watu sana, na nimeona umelizungumza lakini hamkumaliza vizuri. Kama huyu sasa amekuja kwangu na watoto 2 au ana mtoto mmoja, wakati tunakaa inamtaka, ni lazima tuelewane juu ya mtoto huyu. Wakiwa 2 lazima tuelewane. No, kwa custom ya Wakisii, ukipenda orogena umekubali naye ensio. Ukipenda ile, ukipenda huyu unapenda na nini na watoto wake. Hiyo ni custom. Sijui sijasoma law hii ya inheritance sana katika katiba nielewe sana, lakini ukiangalia ikiwa umemkubali na watoto wake kwa custom ya kwetu, mimi ni Mkisii, unakubali na watoto wake, hata hiyo ndio sheria. Sheria pia inasema hivyo. Nataka niwaambie hivyo. Tena jambo lingine ambalo naona mnafundisha vizuri sana, lakini Kenya hii, I know of a person who died in 1981. The lawyers are struggling to divide the inheritance. It has not, they have not reached the end. It is millions of shillings, but they have used millions of shillings again
to finish the case, it has not. There are about 2 people. It is, the cases are in the court all the time. The cases are in court all the time. So it is ni vizuri sana ikiwa tunaweza tuambie watu waandike will. True. Ni vizuri sana kuandika will. Asa ikiwa wewe ni tajiri. Uandike nini? Will. Asante. Thank you so much. Alikuwa anakuongeza hakuwa na swali. Mtu ako na swali? Lakini si lazima ukuwe tajiri ndio uandike will. Sawa sawa. Also before nimpe chance. Pea mama tu. Acha tu, let's take the questions. Pea mama. Just a clarification first. Wakati aliongea juu ya mawakili, mumesikia stories za mawakili fake? Sisi mlijua aje sisi ni mawakili? Fanya hivi. Kuna kitu, si mko na simu? Munaenda kwa Google, munaenda kwa, kama kuna mtu ametoa simu yake afanye hivyo. Enda kwa Google, tafuta kitu inaitwa advocate search. Sawa sawa, wewe ndio nimeangalia. Tafuta advocate search. Na nataka kujitumia kama example. Nataka utafute hapo kwa advocate search, tafuta jina Diana, D-I-A-N-A, alafu Nyanchama, N-Y-A-M-A. Hivyo ndio jina yangu inaandikwa. Alafu tutarudi kwako. Asante kwa nafasi. Kwa majina naitwa Josiah Ontiri. Nina swali pia na kuongeza kidogo, lakini wacha nianze kwa maswali. Swali langu la kwanza, nina huyu ndugu kwa mfano, ameenda mchini Mombasa kwa miaka 10 imeisha, tunaletewa habari ya kwamba ameaga. Wameongezea the government documents including certificate ya kuaga. Tumemfanya matanga, tumemaliza miaka 5 ambayo imepita, jamaa anakuja. Shamba tumemaliza, tumepeana, kila mtu anajua ya kwamba ndugu yetu tumefanya nini. What happens in Rome? Number 2, I want to comment about mambo ya kuenda na watoto mahali. To some extent sikubaliani. Ikiwa umemuoa mwanamke na watoto, there are government documents ya kwamba munaelewana, lakini hayo maelewano yawe kwa maandishi ya kwamba I have fostered these children. Hawa ni watoto wangu, ili kesho, kwa sababu we are not permanent, na mandugu zangu labda watataka shamba, wataki familia yangu, wawe ya kwamba I have inherited these children. Lastly, kumbuka hawa watoto wana baba. Na yule baba wa ile sehemu anapenda watoto wake, maybe they underwent through divorce. Shida ni kwamba watoto walipatiwa mama na baba anaendelea kutoa school fees. I cannot allow another man apatie watoto wangu nafasi, kwa sababu already the court said we will take care of our children, both me and my wife, but the only difference is that we are not together. Otherwise, kuna swali nimesahau hapo. My grandfather achapeana watoto wake shamba, lakini ameamua kuuza shamba lake. Shamba ni lake. So they agree that they are going to pay in 2 installments. Babu anakula pesa ya kwanza, lakini yenye imebaki labda ni kidogo 20,000. Wakati maybe 2 weeks remaining, babu amefanya nini? Ameenda. What happens? Thank you. Nitajibu haya maswali. Kuna watu wawili naona wamebaki, but ngoja kwanza nijibu. Kuna huyu mama pale na ule mzee. Usimtakubali tumalizie hapo. Wawili tu. Na mtoto mmoja. Nataka tuelewane kwa sababu ya time. Watu wanaenda kuuliza maswali tena ndio tusipate mkono mwingine. Huyu mama, ule mzee na mtoto ako wapi? Ni huko ama ni wapi? Wapi hapa? Huyo. So ni watu wangapi? Wangapi? 3 people. 3 people ndio wanauliza maswali. Ngoja kwanza nijibu hii ndio tukimalizana na maswali. Ndugu yangu amesema akubaliani kwamba watoto wakikuja kuishi mahali wanaishi hawafai kuendelea kukaa hapo
ama hawawezi chukuliwa na huyu mzee mwenye ako hapa, lazima tuandikiane chini. Nataka nimueleze namna hii. Wakati umewakubali wewe baba ya mtoto, umeacha watoto wako wamekubalika kuenda kuishi pale, kitu yenye inaweza kusaidia peke yake ni hiyo, kuwa maintain, kama unawalipia school fees, kama unafanya chochote. Lakini kama ufanyi chochote, you are not in the lives of those children. Hata kama hawajaandikiana, sheria inasema kwamba once I have assumed responsibility ya huyu mama na watoto wake, hawa watoto ni wangu, unless baba yake anawashughulikia na baba yake ana claim hawa watoto. That is the only difference. So haihitaji kuandikishwa. Sheria, once umeanza kumaintain watoto wa mtu na umekubali huyu mama na watoto wake, wewe ndio baba ya hao watoto. Wewe ndio baba ya hao watoto. Swali lingine ameuliza, grandfather yuko, ako na shamba yake na anauza. Mtu ukiwa hai uko na fursa yoyote ya kufanya na shamba yako vile wewe unataka. You can't claim that amekataa kunipea inheritance. Tunaelewana? Mtu ako na fursa ya kuuza shamba yake. Mtu peke yake anaweza kusaidia in that circumstance ni mama ambaye ataclaim aseme, bwana yangu anauza property ambayo ni yetu. Wale watu mmeenda kuchukua loan, kuna kitu inaitwa spousal consent. Kama unataka kuchukua loan kwa shamba yenye mnaishi, lazima the other spouse afanye nini? Apeane consent. So wale watoto wenye wanasema ati grandfather ameuza shamba ati wanakasirika, they have no right ya kukasirika. Wazazi wanaweza amua wauze vitu zao wakule, si wao ndio walitafuta. The only person mwenye anaweza wasave kwa hiyo scenario ni the spouse. Aseme kwamba these are matrimonial properties. Kwa nini wewe unakula matrimonial property peke yako na sisi tulitafuta pamoja? Na niwakumbushe pia kuhusu matrimonial property. Tulisema kwa matrimonial property, sheria inasema contribution ya matrimonial property si lazima ikue pesa. Inaweza kuwa peace of mind yenye unapea mzee aenda kutafuta. Tunaelewana? Swali lingine gani yenye nimesahau yake? Mtu mwenye ameenda Mombasa akarudi na akapata mmemrudi mmegawana shamba. Swali ni, muligawana shamba kufanya succession process ama mulionyeshana tu mahali mnakaa? Amerudi. Tom, talk about the issue of inquest. Okay, it's okay. Yeye ni mtoto wa marehemu ama si mtoto wa marehemu? Amerudi. Si ni ndugu yako? Okay, acha tuelezane hivi. Mulikuja mkazika mtu, si ndio? Hii kitu hata ilifanyika juzi hapa Nyaboterere, ukienda side ya Nyangusu. Kuna jamaa alikuwa anafanya kazi pale Nairobi, akaenda akashikwa akakaa in Australia for 1 year. Wale wakachukua mwili tofauti wakafanya burial. Si muliona hii kitu kwa Citizen? Ule jamaa akirudi anabadilika asikuwe mtoto wa hiyo boma. Ako entitled ku inherit hata kama mlikuwa mmeonyeshana mogo sansura. Mwaigule ekegusi. Mogo sansura mangana ayu naende mokoreki. Mwatebu ye kiagara na no mwana bwomocho. Onye gendo kitu yenye itakuwa shida ni sasa muanze kufikiria kupata exhumation orders. Muexhume ile mwili yenye mulizika yenye si amujui ni ya nani, sijui vile mtadili nayo. Lakini huyu mwenye anarudi ako na entitlement ya kupata share. Pea mzee aulize alafu mama. Nilikuwa nauliza hivi. Hii nini? Hii napeana siku ina kitokoro to mwandori. Will. Ile will Yeah. Ile will sasa nimeandika is it written in private and in public? Kama if it is written in public, na kwa nini nakuja kuwa contested? Na kama why is it contested again? Niliandika, advocate akakubali ile process yote. Thank you. Sasa tena contested inatoka wapi na Thank you for that question. Hiyo najibu tu sahi. Sababu ya kwamba tuna challenge will. We want to check the will. Tuone kama ili follow all requirements za sheria. For example, if you have forgotten about one of your beneficiaries, hujamupea kitu na hakuna sababu umeweka kwa will, why hujampea, we must challenge it. Number 2,
Kuna watu wanaweza kuja watengeneza will wakati umeaga, wa pretend kwamba hiyo will ni wewe ulitengeneza. Unaweza kuwa kuna families zinakuwa familia tatu, unapata the last wife, the youngest wife, wakati mtu ameaga wanatokea na will yenye iko very unfavorable to the first and second house. The law ina provide kwamba lazima kukue na mwanya ya kurectify unfairness yenye inaweza toka kwa will. But as a general rule, ile will yako ni ngumu sana kuivari kama imeonekana ukweli ni wewe ulitengeneza. Swali pia uliuliza, will inatengenezwa in private ama in public? Will ikiandikwa kwa wakili wako, kuna mtu una appoint anaitwa executor. Kwa hivyo hiyo ni public thing. Only that unaenda una approach wakili wako na unakuja na witnesses. Ikiandikwa executor anapewa. Wakati utaaga, yeye ndiye anatimiza yale maneno ulikuwa unataka. But at all times ni muhimu sana kukue na provision ya sheria ya kuchallenge will. Kwa sababu kuna unfairness sometimes inaweza kuja kutokana na will. Lakini kama umejieleza vizuri kwa will yako, ukasema huyu mtu anaitwa so and so, my second born, simpei kwa sababu alitesa mimi ama alifanya 1 2 3 and it is a justifiable reason, tutafuata hiyo vile umesema. So kitu ya maana ukienda kuandika will, make sure umeseal all loopholes so that kusikue na ground ya kuchallenge. Kuchallenge ni muhimu. Asante. Jambo, niko na swali ya kwanza, inaingia kwa wili kwa huyu madamu, sababu aliongea akasema ya kwamba mtu ambaye anastahili kuandika will awe vizuri katika mawazo yake, asiwe wazimu. Tuseme umeoleka alafu huyo mtu amekuja amekuwa wazimu, na hiyo will inatakiwa kuandikwa. Sasa itawachwa hivyo kwa sababu yeye ni wazimu? And another question, tuseme for example, nimekuwa mgonjwa, niko karibu kufa, niko katika kitanda cha hospitali. Ndio hiyo inheritance nilikuwa nimeonyesha watoto wangu, lakini nifike nisikie kwamba kuna huyu ambaye amenishughulikia sana kuliko wengine. Nibadilishe mawazo nikiwa hapo. Tulisema inaweza kuwa written ama oral. Sasa mimi niseme haijaandikwa, itafanya kazi ama mtasema huyu alikuwa amechanganyikiwa, alikuwa mgonjwa? Ya tatu, tumeongea properties peke yake, hatu kuongea mambo ya pesa. Pesa ziko kwa account. Huyu mzee amekufa, watu wake wako wanajua, lakini hakuna njia wanaweza access hiyo pesa. Nayo inakuaje? Thank you so much. Nitajibu very fast. Pesa. Unaona pale mahali tulisema proof of ownership ya properties, hata account number inaandikwa kwa ile petition. Nasema pesa yenye iko account number this. So that grant ikitoka, inatoka ikieleza kwamba pesa zenye ziko Equity Bank zinagawanywa maybe in the ratio of 50-40. So hata shares, achana hata pesa, hata shares zenye uko nazo kwa Safaricom or any other place, zote zinawekwa kwa hiyo petition ya kufanya nini? Kuenda kutoa vitu za marehemu kutoka mtu mwenye amekufa mpaka wale wenye wako na sisi. Kitu kingine umeuliza ni kuhusu will yenye uliandika, na tena imefika wakati unaenda kuaga, ukasema an oral will ya kusema iwezi invalidate a written will. Unaelewa? Na will, ukiandika will vile mzee aliuliza, tuseme sasa uko na some certain properties, si ndio? Uandike will by now. Kesho upate other properties, unaweza tengeneza kitu tunaita addendum to the will, so that uongeze hizi properties zenye hazikuwa kwa will. Wewe wakati umefika hiyo wakati unasema uko karibu kuaga, useme kitu, unless you mean that hiyo kitu yenye unataka kusema ni tofauti yenye haiko ndani ya will yenye uliandika tayari, itakuwa ngumu an oral will kuinvalidate will yenye iko written. Na kitu kingine kuhusu oral wills, kama leo ni tarehe 11 April, si ndio? Mtu akiongea oral will today, aseme vitu zangu zinafaa kukua hivi na hivi, lazima huyo mtu aage within 3 months. Oral will. If you talk about an oral will today,
you must die within 3 months ndio tufuate hiyo will. Mnaelewa hiyo kitu? Mtu asikuja aseme ati in 1940 baba yangu alisema hii ni mimi ningepewa. Kwa sababu gani sheria ina provide hivyo? Because passage of time, vitu zenye ziko oral zinaweza kuwa change. Memory inaweza lapse. Watu wenye walikuwa akisema hiyo maneno wanaweza zeeka, wengine hata wanaweza kufa. So for an oral will to take effect, ndio tufuatilie maneno ya oral will. Kama umesema leo, lazima ukufe within 3 months. Otherwise ikifika December kama huko, hiyo maneno ulisema ya oral will hatuwezi fuata maneno ya oral will. Yes. Alafu kuna swali ameuliza kuhusu kama you are not mentally stable. Unajua kitu inaitwa capacity. For example, kama mtu alikuwa mtu timamu, kuna vitu mingi zina cause mtu akuwe mentally unstable. Unaweza pata ajali. Si ni kweli? Kuna application under inaitwa Mental Health Act. Kama mtu amekuwa amechanganyikiwa ama amekuwa punguani during the life, unaweza make an application under that act. Zile mali za marehemu kama bado wako zipewe mtu wa kusimamia hizo vitu. Useme kuna barua ya hospitali records zinaonyesha huyu mtu amekuwa insane. Huyu mtu ameharibika kichwa. Na sasa hizi vitu zote, mali zote, accounts ziko kwa jina yake. Mimi ni bibi yake. Mimi ni bwana yake. Mimi ni mtoto wake. Nina apply to the court kwamba hizi vitu zake ni kuwe custodian ya hizi vitu zake. So that zi change ownership from the person who is mad kukuja kwa mtu mwenye ako timamu. Ni kwa nini najibu hivyo? Mtu yeyote mwenye ana akili timamu hawezi andika will kwa sababu hana capacity. Sawa? Mwisho kabisa. My questions are, there are some families in which the father dies and the property it belonged to both the father and mother, and the father's family comes and takes away the property from the mother, saying that my son did this, he brought all this property, so we have to take it back. Is it right for them to do that? Thank you for that question. Is that the only question? Are you done? Thank you so much. Huyu mtoto mpigie makofi, hata tunapiganga makofi kwa church yetu kule. Kabisa. Nasikianga vizuri, ni maswali mzuri sana. Mwambie shine for Jesus every day. I feel so happy when napata mtoto anauliza swali mzuri kama hiyo. Kwa sababu kuna properties ziko registered in joint names ya husband and wife. When the husband passes, the family inakuja inaanza kuchukua properties kwamba ni za kijana we. Succession Act hiyo niliwaambia ya 1981, hiyo si sheria ya juzi, 43 years ago, inapatiana order ni nani anafaa kufuata vitu za marehemu. Kuna order. Kama ni situation kama yenye mtoto amesema, mtu wa kwanza kabisa tulijifunza mwenye anafaa kufuata vitu za marehemu ni nani? Spouse. Ni mama. The lady should follow properties za huyu marehemu. Kama mama hayuko kama watoto hauko kama wazazi hawako ndugu in that order. So there is no way under the law, isipokuwa maneno ya kutaka kukua watu wanataka kuharibu, kuchukua vitu za familia zingine. Hawana uwezo wa kukuja kuchukua properties za marehemu. Wale ambao wako na uwezo ni hiyo familia. Na tena kuna kitu kingine imeraiziwa in the same question. If a property is registered in the name of two people jointly, if a property is registered in the name of joint owners, especially kama for example ni wife na husband, wakati yule mmoja anaaga, tuko na scenario mbili. Kuna kitu tunaita kwa sheria, sijui kama itasikika, joint tenancy na tenancy in common. Joint tenancy inamaanisha kama mmekuwa registered jointly kama husband and wife, ule mmoja akiaga, ule mwingine anachukua the entire share. Tunaelewana?
Kuna situation nyingine kwa sheria inaitwa tenancy in common. Kuna wanabiashara wawili wanaweza nunua shamba, si ndio? Si kuna watu marafiki wananunua shamba pamoja na wanaamua okay, juu tumefanya biashara tukanua pamoja, wacha turegister kwa majina zetu Tunaelewana? In that scenario where maybe ni businessmen wamenunua property na watu wako wawili, mmoja akiaga, huyu mwingine hawezi chukua share ya ule. Beneficiaries and spouses and family wa ule mwenye aliaga wanafanya succession for that share. Tumeelewana? Kama ni joint tenancy, bwana na bibi wamekubaliana, mmoja akiaga ule mwingine anachukua the entire share. Kama ni tenancy in common, watu wawili wenye wako na business interest, ama ni watu walifanya maneno mawili matatu wakanua shamba together, mmoja akiaga, yeye ule mwenye aliaga wanafanya succession kwa plot yake peke yake, hata kama ziko joint tenancy. Because mkinunua in tenancy in common, kuna mtu anasema it is 50-50, ama the share ya mmegawana ni 40-60. Unaona? Kama huyu mtu wa 40 ndiye ameaga, familia yake inakuja kuchukua hii 40%, na ule mwenye bado hako anaendelea na 60% yake. Thank you so much. Maswali haziwezi isha. Asanteni sana. A word of prayer. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we thank you for this afternoon. We thank you for the many lessons that we have learned, oh God. Above all else, we pray that you may give us wisdom, that as we live in this life, we may live as wise people, and even in resting, we may rest as wise people. May your blessings be with us even as we move to the next. Tusimame wote. 29. Yesu nakupenda umali yangu. Tuanze. Yesu nakupenda umali yangu. Anasa za dhambi sitaki kwangu, na Mwokozi aliliyeniokoa. Sasa nakupenda kuzidi pia, moyo umejaa mapenzi tele, kwa vile ulivyo nipenda mbele. Uhai wako ukanitolea, sasa nakupenda kuzidi pia. Ulipoangikwa msalabani, tusamehewe tulio dhambini. Taji ya miiba uliyoivaa, sasa nakupenda kuzidi pia. Mawanda mazuri na masikani niyatazamapo huko mbinguni, tasema na taji nitakayovaa. Sasa nakupenda kuzidi
Tuombe. Mtakatifu Papa yetu ishie mahali pa juu, asante kwa ulinzi mwema, asante kwa kipawa ya uhai. Asante kwa masaa haya tunapoenda kuangalia neno lako. Roho wako Mtakatifu atuongoze, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kwa hii masaa mazuri tena tunaenda kumualika dada Veronica atupee neno kwa wakati huu. Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha? Hello. Hello. Tuko hapa ama tumeenda nyumbani? Mko hapa? Sawa sawa. Namshukuru Mungu wetu sababu anajua kile ambacho tunahitaji kila wakati. Ni nani anasema kwamba topic ambayo imepita haikuwa ya manufaa kwetu? Si imekuwa ya faida sana kwetu? Nadhani kila mmoja wetu amejipata mahali, na tuhakikishe kwamba tuharakishe ile mambo yote yaweze kuwa sawa sawa. Jana tulijifunza, na ninakumbuka kwamba tulijifunza juu ya sanctuary. Tuliona vile kazi ilikuwa inaendelea katika hekalu ya dunia hii. Kisha tukaona kwamba Yesu anaendelea kufanya kazi katika hekalu ya mbinguni. Kazi ambayo Yesu anaendelea kuifanya katika hekalu ya mbinguni ni kwamba, number one, he is interceding for us. Anaendelea kutupatanisha na Mungu wetu mwenyewe. Jambo la pili ni kwamba he is doing his last part of atonement. Judgment and atonement. Tukaona kwamba hukumu inaendelea pale mbinguni, na record ambayo Yesu anatumia katika kuhukumu ni kwamba kuna vitabu pale mbinguni. There is the books of life, books of remembrance. Yesu hatuhitaji pale tukiwa tumesimama, lakini Yesu anaangalia record zetu ambazo zinaendelea kuchukuliwa tukiwa hai. Mtu akishaaga, record yake imeisha. Kwa hivyo Yesu anafanya mambo makuu pale mbinguni. Na Yesu akiendelea kufanya hayo mambo makuu pale mbinguni, sisi kama kanisa lake ametupatia jukumu la kufanya. Hatutakikani kukaa Yesu akiendelea kufanya. Nasi kama kanisa tuna kazi ambayo inastahili tuendelee kuifanya, nayo ndio kazi tutaangalia kwa wakati huu. Kazi ambayo tumepewa kama washirika ama kama wanakanisa ni kazi hii. Kwanza, teachings. Tujue kwamba Mungu ametuita kama kanisa tuweze kueleza wengine maneno mema ya wokovu. Kanisa lisikae, kanisa lina kazi. Na tutaangalia mafungu ambayo yatatuleta tuone kazi ambayo Mungu anayo kwetu. Kisha baadaye tutaangalia kanisa ikiendelea kufanya kazi itapitia nini? Itapitia mema ama itapitia changamoto? Na changamoto kama itapitia, zinaanza leo ama zilikuwapo hapo mwanzoni? Hiyo ndio kazi ambayo tutaangalia kwa wakati huu. Tukisha maliza sehemu hizo mbili, kazi ya kanisa, kisha baadaye changamoto ambazo kanisa litapitia, tutamalizia pale. Naomba kwamba sote kwa pamoja tuangalie kazi, mafunzo ambayo tutayatoa kama kanisa, teachings that we should give as a church. Kanisa la Mungu halistahili kunyamaa. Kanisa la Mungu liendelee na kazi. Kazi gani? Kazi ambayo inapatikana katika kitabu cha Revelation chapter 14 kuanzia fungu lake la 6. Kitabu cha Ufunuo sura ni 14, fungu lake ni 6. And it says, Revelation 14 verse 6. Yes.
I saw another angel flying high in the air. The I angel, saw another angel flying over the air. the angel had the eternal good news to preach to those who live on earth, to every nation, tribe, language, and people. Okay, thank you so much. Sehemu hii imeongea juu ya malaika. Malaika ambaye alikuwa anaruka hapa angani akiwa na injili, maneno mema ya wokovu. Yani in other words, the angel had everlasting and unchanging good news of salvation. Neno malaika, angel, inamaanisha nini? Angel means messenger. Wherever tunaona angel, inamaanisha messenger. Na messenger huyu ambaye tunamsoma ni kwamba ana injili ya wokovu. Kwa hivyo kama kanisa tumepewa jukumu, na jukumu moja ni kwamba tupeleke maneno mema ya wokovu, maana yake injili ya milele. Kwa nini angel? Kwa nini angel ametumika? Kwa nini malaika? Number one, nikiuliza watoto wanieleze malaika ni nini, wataniambia malaika ni mojawapo wa viumbe ambavyo viko pale mbinguni. Bado malaika na sisi tuko nao kama guardian angels wakitushughulikia, lakini malaika ametumika, si mtu ametumika, malaika ametumika kuonyesha kwamba mambo mema ya injili yanatakikana kuenda kwa haraka mno, haraka iwezekanavyo. The angels are swift. Ni kuonyesha uharaka wa mambo mema ya injili yanatakikana kwenda kila mahali. Kwa hivyo kama kanisa la Bwana tumepewa jukumu ya kupeleka mambo mema, maneno mema, everlasting gospel to the world and in a fast way, kwa njia ya uharaka mno. Kisha baadaye, kwa hivyo neno moja ambalo tumepewa kama kazi, it is preaching or teaching about the everlasting gospel. Hiyo ni kazi moja ambayo tumepewa. Kazi ya pili ambayo tumepewa ni kwamba when we preach, we don't preach to ourselves. Tusijihubirie. Inawezekana kwamba sisi tunawahubiri kila wakati, sisi tuna Biblia, sisi tuna sehemu mbalimbali ambapo tutapata hii habari, lakini kuna wale ambao hawajapata habari. Sasa hii habari yetu tukiipeleka maneno mema ya wokovu, tunayapeleka wapi? Tuangalie katika fungu hilo bado 14 verses 6, ile sehemu yake ya mwisho, ile sehemu yake ya mwisho. Msichana wangu ni kama hajapata sehemu ya mwisho, that is verse 6b, sehemu ya mwisho. The angel had the eternal good news to preach to those who live on earth, to every nation, tribe, language, and people. Every nation, tribe, language, and people. Yani kazi ya pili ambayo tumepewa ni kwamba tusihubiriane sisi kwa sisi. Tujue kwamba kuna mahali injili inahitajika. Wakati mwingine tunaweza kupeleka injili tukiwa tumesimama vile mimi nimesimama, ama kupitia kwa njia zingine. Kuna njia zingine nyingi ambazo tunaweza kwa kutangaza injili. Injili inaweza kupitia vyombo mbalimbali kama vile televisheni, kama vile radio, kama vile na mambo mengine. Injili tunaweza kuihubiri tukitumia hata fedha ambazo tunatoa. Wakati mwingine nitakuwa nimeketi hapa, lakini pesa yangu iwe imefanya kazi mahali, iwe imehubiri mahali. Kwa hivyo tukihubiri ni kwamba injili iweze kuenda kwa kila mmoja. Kwa hivyo kazi ya kwanza na ya pili tumeiona. Ya kwanza ni kuhubiri, ya pili si sisi lakini kwa watu wengine. Jambo la tatu kama kanisa ambalo Mungu ametupatia is that tuambie watu mambo fulani ambayo yanapatikana katika we are going to dwell in Revelation 14. Ambayo ina mambo ambayo yanapatikana katika Revelation
14 verses 7. 14:7. The angel said in a loud voice, Fear God and give him praise. The time has come for God to judge all people. Worship God. Okay. He made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Okay, thank you so much. We tell the people that the hour of his judgment has come. Jana tulisoma juu ya judgment. Tukasema ni lini Yesu alitoka patakatifu akaingia patakatifu mno. Mnakumbuka? Ni lini? 1844. Watu wajue kwamba the hour of his judgment has come. Watu waelezwe kwamba God's hour of judgment has come, na ilianza kitambo, ilianza 1844, bado ingali inaendelea. Kisha baadaye kitu cha 4 ambacho tumeambiwa tutangazie watu ni jambo ambalo watu wanatakikana kujua, waweze kujua juu ya sabato ya ukweli. Kazi nyingine tumepewa ni kwamba tutangazie watu waweze kujua juu ya sabato ya kweli. Tuko katika pale Revelation ni 14 bado sehemu ya pili ya verse 7. Sehemu ya pili ya verse 7. Nataka ukae karibu sana na Biblia yako. Sehemu ya pili ya verse 7. The time has come for God to judge all people. Worship God. He made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Okay, thank you so much. Mungu ndiye muumbaji. Vile tumeona katika verse hiyo. Ni katika which commandment? Ni katika commandment gani kati ya zile 10 ambazo zinamtambua Mungu kama muumbaji? Which one is it? The 4th commandment. Inasema, remember the Sabbath day and keep it holy. For God created. Kati ya amri 10 za Mungu, hakuna hata moja ambayo inamtangaza Mungu kuwa muumba. Hakuna hata moja. Ila tu ni 4th commandment ambayo inaongea juu ya sabato ya kweli. Watu wajue sabato ya ukweli. Yaani kama kanisa la Mungu, tuchukue jukumu kujulisha watu juu ya sabato ya kweli. Sabato ya kweli, kwa nini hapo tumeambiwa sabato ya kweli? Ni hakika kwamba kuna sabato zingine nyingi. Nilipokuwa ninaangalia dictionary, iliniambia kwamba Sabbath, I was looking up the word Sabbath. Sabbath ilikuwa imeandikwa it is a day of worship. For Christians it is Sunday. For Jews it is Saturday, and for Muslims it is Friday. Tukiangalia Mungu akiumba, alipumzika siku 3. Alipumzika siku ngapi? 1 tu. Kuna watu wengine wanapumzika Friday na wakiabudu Mungu, lakini ni kwamba hawajaelezwa juu ya sabato ya kweli. Kuna wengine wanapumzika Sunday ambayo ni first day of the week, lakini ukweli ni kwamba hawajaelezwa juu ya sabato ya kweli. Kanisa lichukue jukumu la kueleza watu na kuwajulisha ni kwa nini wapumzike katika siku ya sabato. Sabato ndiyo tu inamtambua Mungu kama muumbaji. Nakumbuka siku ile niliwapatia mfano wakati tulisema the Sabbath is God's prescription. Nikawapatia mfano kwamba daktari mmoja alikuwa anatibu katika kliniki yake. Ni story ya kuwakumbusha. Alikuwa anatibu katika kliniki yake, kisha sababu alikuwa na kazi nyingi na alikuwa na wagonjwa wengi, aliandikia mgonjwa mmoja dawa, kisha akamwambia na kutuma kwa shelf uko kwa rumu ya dawa. Nenda katika ile shelf ya katikati pale, angalia kuna shelf ambayo ina
chupa zinaonekana zikifanana, unaweza kudhani ni dawa moja, lakini si dawa moja. Hesabu chupa ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, chukua chupa ya 7. Mgonjwa akifika pale kwa shelves, akaangalia dawa, akaona zote zinafanana, akasema hakuna haja ya kufanya nini? Ya kuhesabu, wacha nichukue chupa yeyote. Akatoa chupa pale, akaandikiwa ni anatumiaje, kwenda nyumbani, dawa ikaanza kuleta madhara. Sababu alitii ama hakutii? Hakutii. Prescription ya Mungu ni moja tu na ni siku ni moja tu. Kwa hivyo kanisa limepewa jukumu la kutangazia nchi kwamba kanisa ni moja, sabato ni moja, na hakuna siku nyingine Mungu ameitenga, akaitakasa, akapumzika kama siku ya sabato. Wakristo wajue hayo kupitia kwetu kama kanisa. Kazi nyingine ambayo tumepewa, tayari nimewapatia kazi 4. Kazi nyingine ambayo tumepewa ni kwamba we cry out against Babylon. Twende mpaka verse 8 of Revelation 14. Tutangazie nchi kwamba watu wanatakikana kutoka Babylon. Verse 8. Then the second angel followed the first angel and said, She is destroyed. The great city of Babylon is destroyed. She made all the nations drink the wine of her adultery and of God's anger. Babylon is destroyed. Babylon ni nini? Hapo inatupeleka mpaka kitabu cha Mwanzo. Tukiangalia kitabu cha Mwanzo, sura yake ni 11, tukiangalia verse 9. Verse 9 inatupatia hadithi juu ya vile watu baada ya gharika, baada ya floods, baada ya Nuhu, walianza kujitengenezea mambo kulingana na mawazo yao. Walisema watajenga mnara mrefu, kisha baadaye ikiwa gharika itakuja tena wapate mahali pa kukimbilia. Na walijitambua kwamba walitaka kujulikana kila mahali. Watu wakaanza kujenga mnara. Kisha baadaye Mungu alipoona kwamba kazi ya ujenzi inaendelea na hao watu wanataka kuenda kinyume na mapenzi yake, God said, let's go down, tuteremuke tuende kuona hao watu vile wanaendelea. When God came down, Mungu aliconfuse mtu ambaye ana Biblia ya either Good News or New King James. Asome hiyo verse 9. Genesis 11 verse 9, tujue Babylon maana yake ni nini. If you have got Good News or New King James, it says the city was called Babylon. Okay, God mixed up the languages. Did you read Good News? Who has New King James? Kama Good News yangu inasema tofauti. New King James. Genesis 11 verses 9. Nataka mtu anisomee version ambayo inasema confuse. Therefore, God confused the languages. Thank you so much, Elder. The city is called Babel before God confused the languages. What is that? Telling people to come out of Babylon is telling people to come out of confusion. Kuambia watu watoke Babylon ni kuambia watu watoke confusion. Confusion ya Babylon ni nini? Ni mafundisho ya uongo ambayo yameingia katika kanisa. Kanisa limepokea mafundisho yasiyo mafundisho ya kweli, na kwa hivyo yanaendelea kutatanisha watu. Kanisa la Mungu lisimame wima likitangaza all the confusions that have been brought
by Babylon. Jambo la 6 ambalo kama kanisa tunahitajika kufanya ni hili: we warn the world about the beasts, its image and the mark. We warn the world about the beast and the image and its mark. Sasa mtu anaweza kuniuliza, beast ni nini? Katika unabii, remember Revelation 14 talks about prophecy, na ni prophecy nzuri sababu ni ile ya kueleweka. Ukitaka kujua beast ni nini, nataka uende mpaka kitabu cha Daniel chapter 7 verses 17 and 23. 17 and 23, ikiwa basi kuna ile good news, bado naomba nisome. Kitabu cha Danieli 7:17 to 23. Nilikuwa na wasomi it says Is that 17? 23? Thank you. As for the fourth beast, there shall be a fourth kingdom on the earth. Beast ni nini? Beast ni kingdom. As verse 23. As for the fourth beast, there shall be a fourth kingdom. Yani kuna utawala wa 4 ambao ni tunasema the beast, ambao unasimamiwa na hiyo beast ya 4. Beast. Sasa beast ni nini? A beast is a kingdom. Tangu mwanzo tumekuwa na kingdoms zikipita, zingine zikija, hivyo zimekuwa zikibadilika kila wakati. Kingdoms. During Daniel's time kulikuwa na utawala wa Babiloni, na kila wakati kuna wakati wa Joseph kulikuwa na utawala wa Egypt, kulikuwa na utawala mwingine wa Babiloni, kulikuwa na utawala wa Medo-Persia, wa Greece, wa Rome, utawala huo wote. Sasa ukiona mtu amesema beast, ujue ni kingdom. Lakini nasikia watu wengine wakilalamika wakisema wameitwa beast. Hakuna mtu yeyote anayeitwa beast. Beast ni kingdom. Hakuna mtu ambaye ni beast. Beast ni king, ni utawala, ni serikali ya wakati fulani. Sasa the church should warn people about the beast. Hii beast ni gani? Wakati Yesu alizaliwa kulikuwa na utawala fulani, na utawala huo ulijaribu kadiri ya uwezo wake kuangamiza Wakristo na Kristo mwenyewe. Hayo nitakuja baadaye. Kwa hivyo a beast is an empire. That is one thing. Ukiangalia neno image ni nini? Image ni nini? When you look at the image, wakati tulisoma juu ya the what, ile sanamu ambayo tuliona mfalme aliota, image ni kitu ambacho kinakaribia kingine, kitu ambacho kinakaribia kingine. Utawala ambao ulikuwapo wakati wa Yesu ni utawala wa Rumi, na utawala huu wa Rumi ndio hasa ulianzisha siku hii ya kwanza ya juma kupumzika. Kisha utawala huu siku zinapoendelea unataka kutumika utawala mwingine kupitisha sheria. Unataka kutumia nguvu za utawala mwingine kupitisha sheria za kuabudu.
na utawala ambao unatumika na, hebu niulize, which superpower do we have now? Superpower do we have now? Superpower ambayo tuko nayo saa hii ni Amerika. Utawala wa Rumi ulikuwa baadaye utumie utawala mwingine wa Amerika ili kupitisha sheria na kuhimiza watu kupumzika katika siku ya kwanza ya juma. Na tujue kwamba tayari siku hiyo inaendelea kuheshimika. Nataka tufikirie kidogo. Katika siku ambazo zinafanywa kazi kwa wiki, hata hapa kwetu Kenya, ni siku ngapi tunafanya kazi? How many days do we work? Ambazo zinakubalika na serikali ni siku ngapi? Are you serious? Don't people go to offices on Sabbath? Some people are saying no. Ni ukweli kwamba siku ya Sabato afisi zote zinafungwa, mapengi yote yanafungwa? Ni ukweli kwamba? Hapana. Siku ambayo inajulikana tu kama siku ya mapumziko ni siku gani? Ni Sunday. Ukienda Monday ni siku ya kufanya kazi. Tuesday ni siku ya kufanya kazi. Wednesday ni siku ya kufanya mpaka Saturday. Afisi zingine zinafanya kuanzia saa 1, zikifika saa 6 watu wanafanya nini? Wanaajiriwa. Hata wale ambao mko Adventistas hapa, unaenda kwa afisi unaambiwa afisi hii lazima ufanye half day. Alafu ukisema mimi ni Mwadventista unaambiwa uchague kati ya kazi na nini? Na kupumzika. Yaani ni kuonyesha kwamba hii imetumika kwa kuhimiza kwamba siku ya kwanza watu wote waweze kupumzika, na siku ambayo haijajulikana vema ni Sabato, kwamba unaweza kufanya kazi mapema kisha uelekee wapi? Kanisani. And we have got many people who go report to job, wakitoka kuripoti wanaingia kufanya nini? Kuabudu kanisani. Hivyo ninasema nini? Image imetumika kama utawala wa Kiamerika kuhimiza kwamba siku ya kwanza ya juma iweze kupumzikwa. Haya, kisha baadaye tukiangalia the mark of the beast. Mark of the beast is simply Sunday. That is the mark of the beast. It is simply Sunday. Kwa nini? Imechaguliwa na kutengwa kama siku ya kupumzika. Biblia inasema kwamba watu waonywe. Kwa nini waonywe? Ni kwamba wasipoonywa wataweza kushika alama. Alama hii wataishikaje? Biblia inasema either on our foreheads or kwa mikono. Hapa ama kwa mikono. Foreheads inamaanisha nini? Hapa ni mawazo yetu. Mawazo hivyo ni kusema nini? Unaweza kujiambia kwamba mimi hakika ninajua siku ya kuabudu ni siku ya kwanza ya juma. Unajua tu. Na mawazo yako, your conscience tells you that is the right day of worship. Lakini mkono wa kulia unamaanisha nini? Unajua hakika si siku ya kupumzika, lakini sababu nahitaji chakula, sababu nataka nifanye kazi, sababu nahitaji pesa, wacha tu nifanye. Ndio ninajua, lakini wacha tu nifanye sababu ya kupata. Mkono unasimamia kila unafanya, sio kwamba unapenda, lakini tumbo yako inakusukuma. School fees ya watoto na mambo mengine yanakusukuma kiwango kwamba utaamua kufanya kazi upate pesa, haijalishi utapumzika ama hutapumzika. Kuna watu wataabudu sababu wanataka kulinda kazi zao, wanataka kulinda mshahara wao, wanataka kulinda nini chao, wanataka kulinda madaraka yao. Kuna wale wataabudu, na kuna wale ambao wanajua tu that is the right day of worship and that's all. Wale ni kwa pati za uso wao na wale wengine ni kwa mkono. Kanisa inatakikana kuonya kwamba watu wa Mungu wazishike alama ya mnyama. Kisha kazi ya namba 7 ambayo tumepewa ndio hii. Keep God's 10 commandments. Keep God's 10 commandments.
kuna watu wanasema sheria nitashika 9 nivunje kamoja tu, si nimeshika 9, kamoja tu cha sabato ndicho sijashika, lakini sheria zingine zote nimeshika. James anasema nini? Kitabu cha Yakobo 2 fungu lake 10 anasema nini? Tushike zote, tuachane na kamoja tu. Inasema James 2:10, and it says 2:10, a person might follow all of God's law, but if he fails to obey even one command, he is guilty of breaking all the commands in that law. You may follow all law, but if you break one, you have broken all. Unaweza kutii sheria zote za Mungu, lakini ukivunja moja, umevunja zote. Kwa hivyo nikishika 9, nimeacha tu hiyo moja ya sabato, nimelinda sheria za Mungu ama sijalinda? Sijalinda. Hivyo nimekuwa nikifanya kazi ya bure. Yaani Biblia inasema kanisa iendelee kuhimiza kanisa iendelee kuhimiza kwamba ikiwa unampenda Mungu na ikiwa unamcha Mungu, lazima ushike sheria zote 10 za Mungu. Ukipotea katika moja, basi zote hujashika. Ni kama it is like 9 plus 0. 9 plus 0 should be 9. Lakini kwa hii tumesoma 9 plus 0 is 0. Imagine. 9 plus 0 hapa inakuwa 0. Badala ya 9 plus 0 iwe 9, sasa 9 plus 0 is 0. Yaani umeshika 9, ni moja tu hujashika, unajulikana machoni pa Mungu kwamba hujashika sheria yoyote. That's what the book of James said. Watu wa Mungu, kanisa litangazie watu kwamba all of us are saved by grace. Atushiki sheria za Mungu eti tuokolewe. Tayari sisi tumeokolewa, na tumeokolewa kwa neema ya Mungu. Kitabu ambacho kinasema hivyo ni kitabu cha Ephesians chapter 2 verses 8, which says that we are saved by grace. Tusijaribu kulinda sheria za Mungu ili kwamba tuokolewe. Tayari tumeokolewa. We are saved by grace. Tunalinda sababu Mungu ametutendea mambo mengi. Ndio sababu tulipoimba wimbo huu, Yesu nakupenda mali yangu, tunampenda Yesu sio sababu atuokoe, lakini tayari Yesu amesha tuokoa. Number 9 and 10 are the struggles that the church is going through. Tumesoma number 1 to number 8. These are the teachings that Christ's church should give. Haya ni mafunzo yote kama kanisa la Mungu tunatakikana kupeana. Lakini number 9 and number 10 ambayo nitamalizia inaonyesha struggles ambazo kanisa inapitia ikiendelea kufanya kazi yake. Struggle ya kwanza, nataka tuende moja kwa moja mpaka Revelation 12, kitabu cha Ufunuo 12. Tukiangalia fungu lake 1 mpaka la 5, tutaona kanisa linaendelea kupitia nini. Naomba yule ambaye anasoma asome kidogo, tuone vile tumeambiwa hapo. Kanisa la Mungu linaendelea kupitia nini? A great wonder appeared in heaven. Yes. There was a woman who was clothed with the sun. The moon was under her feet. She had a crown of 12 stars on her head. The woman was pregnant. She cried out with pain because she was about to give birth. Then another wonder happened in heaven. There was a giant red dragon. He had 7 heads with 7 crowns on each head. He also had 10 horns. The dragon's tail swept a third of the stars out of the sky and threw them down to earth.
The dragon stood in front of the woman who was ready to give birth to a baby. He wanted to eat the woman's baby as soon as it was born. The woman gave birth to a son. He will rule all the nations with an iron scepter. But her child was taken up to God and to his throne. The woman ran away into the desert to a place God prepared for her. There she would be taken care of for 1,260 days. Okay, asante achia hapo. Hapo tumeona mwanamke. Na tayari tuishajua kwamba mwanamke anasimamia nini katika unabii. Mwanamke anasimamia nini? Kanisa. The woman was about to give birth. Alikuwa karibu apate nani? Mtoto. Lakini the dragon huyu ndiye tunataka kujua dragon ni nini? Dragon ni nini? Huyu ambaye anatafuta mtoto wa mwanamke huyu. Dragon ni nini? Dragon tutampata katika kitabu hicho tu fungu lake 9. Dragon ni nini? Dragon ni Revelation 12 fungu lake ni 9. Mahali tulisoma lakini fungu lake 9. Tunataka kujua dragon tu ni nani, kisha niendelee. Dragon or serpent, the devil and Satan. Who is the dragon? The dragon is Satan himself. Ukiona dragon ujue ni Satan himself. Satan amejaribu kuharibu kanisa la Mungu. Kila wakati ana struggle. He is not working for the church, he is working against the church. Tunamuona wapi? Kwanza tunamuona Yesu akiwa mdogo. Katika wakati Yesu alizaliwa, bado ulikuwa ni utawala wa kanisa la Kirumi. Yesu akizaliwa, mama chuzi, wale the wise men, wakapata habari kwamba Yesu amezaliwa. Ndio wakajitayarisha kuenda kuona mtoto Yesu mahali amezaliwa. Walikuwa wanaongozwa na nyota. Walienda wakasafiri, wakati nyota ilifika Yerusalemu, ni kama walipotea kidogo, wakasema wacha tuingie ndani tuweze kujua huyu mfalme wa ulimwengu aliyekuwa azaliwe amezaliwa wapi. Walipoingia pale wakauliza mfalme Herode ambaye alikuwa pale, tumesikia habari juu ya kuzaliwa kwa mtoto na tunataka kujua huyo mtoto ambaye ni mfalme amezaliwa wapi. Herode naye akashangaa, kumbe kuna mtu anakuja kuchukua utawala. Akawaambia, sijapata habari, pengine the priests will tell you. Ebu ulizeni the priests. Priests waliulizwa, mnajua habari yoyote kumuhusu Yesu ambaye alikuwa azaliwe? Wakasema ndio, tunamjua, tunaelewa. Yesu alikuwa azaliwe katika mji wa Yuda, katika mji wa Bethlehem, nyumba ya Yuda, mji wa Bethlehem. Alafu Herode akasema hivi, ninyi nendeni, mtakapopata huyo mtoto mukisha worship, aya mpitie kwangu, nileteeni habari na mimi niende kufanya nini? Kumuona. Lakini hakuwa na nia njema kwa watoto, kwa mtoto Yesu. Sasa wale walisafiri, na kitu ambacho kinanishangaza sana washiriki wetu ni kwamba makuhani na wale watu ambao walikuwa wanajua juu ya Biblia, scribes and the scribes and the Pharisees, wale watu ambao walikuwa ni wasomi wa Biblia, waliwaambia tu mtoto amezaliwa Bethlehem. Wao walikuwa wameamshwa kutoka kwa usingizi wao. Kisha waliposema mtoto amezaliwa, wakarudi wakalala. Wale watu the wise men peke yao ndio walienda kuona mtoto. Walipofika pale walimuona mtoto, kisha malaika akawaambia, msirudi kwa ile njia mliambiwa, pita njia nyingine mrudi kwenu, sababu Herode anataka maisha ya mtoto. Sasa wakarudi kwao, mtoto akakaa, na baadaye baba yake anaambiwa, toka na mtoto hapo, torokea Misri, sababu Herode anataka maisha ya mtoto. Yaani kuonyesha kwamba shetani, the dragon,
anazidi kutafuta kanisa la Mungu, na ni lazima watu wajue hivyo, na tujue kwamba shetani Satan does not come by himself. Yeye anatumia agents. Agents inawezekana niwe ni mimi, inawezekana uwe ni wewe, inawezekana awe ni mtu mwingine, lakini kila wakati shetani anatumika agent. Kama wakati huu Herode alikuwa anatumika. Sasa waliporudi, Herode akapitisha sheria ambayo inasema watoto miaka 2 na chini yake wafanye nini? Wauawe. Alikuwa anatafuta huyu mwokozi ambaye alikuwa ni Yesu. Yaani kumaanisha kwamba the church of God has always been persecuted. Na wakati mwingine yule msichana wetu alisoma kwamba kanisa la Mungu limetafutwa kiwango kwamba limetorokea in the wilderness kwa siku 1260. Ukiangalia kitabu cha Ezekiel 4 verses 6 inasema kwa unabii siku moja inasimamia mwaka moja. Kuna wakati kanisa imepitia masumbuko mengi katika mikono ya utawala kwa miaka 1220, mwaka ambayo ulianza na 500 and what? Let me check. 538 to 1798 AD. Wakati kanisa lilitafutwa, hata Biblia zikakusanywa, zikawekwa, watu wasijisomee, wajue ukweli. During the dark ages. Kanisa limetafutwa. Shetani kwa kila wakati anataka kuangamiza kanisa. Na hata hivyo, ameleta hata mafundisho yasiyo ya ukweli katika kanisa. Fundisho moja ni hilo fundisho la kupumzika siku ya kwanza. Fundisho lingine ambalo limekuja ni kwamba kuna allow me say a few of them. Sitasema nyingi, I'll say a few of them. Kuna fundisho moja ambalo linaitwa purgatory. Unajua purgatory ni nini? Eti mtu akifa kuna mahali anachukuliwa, anapata punishment kulingana na makosa yake. Akisha maliza punishment, anatolewa pale, anapelekwa wapi? Mbinguni. Ni ukweli Biblia inasema hivyo? Is that a teaching in the Bible? Eti kuna purgatory. Eti mtu na hili fundisho linafanya watu waendelee kutenda dhambi, sababu anajua after all nitaenda nipate ka punishment kidogo, nitoke pale nifanye nini? Nielekee mbinguni. Hilo fundisho limeingia katika makanisa, na hata sasa hata sisi wa Adventista huwa wakati mwingine tunatumia neno kama hilo. Unajua tunalitumia tukisema huyu ambaye amelala pengine yuko mahali fulani anatuangalia. Mnajua wakati mwingine huwa tunasema hivyo, eti yuko mahali fulani akituangalia. Ni ukweli anatuangalia? Ukienda kwa coffin una view mwili. Yule mtu ambaye yuko ndani ya coffin anaweza kukuona. Akizikwa, akiwekwa kwa mchanga, anatokaje kwa mchanga tena akaingia huku juu eti ako mahali anakuangalia? Mafundisho kama hayo yameingia kwa kanisa. Hata wakati mwingine tumesema wale ambao wametutangulia wanaendelea kutuombea. Ni ukweli wanatuombea, lakini mnajua mafundisho kama hayo yameingia kanisani, hata sisi wenyewe hatujui. Na neno lingine ambalo tunapenda kutumia passing on and passing away. Passing on, what is passing on and passing away? What is the difference? On ni kwamba when we say as passed on, yani ametoka state moja ameenda state nyingine. Yani maana yake hata wakati mwingine tunasema kaburi ni mwanzo wa ufalme wa, hata tutaimba kabisa kaburi ni mwanzo, eti kaburi ni mwanzo ya ufalme. Kama nililala nikiwa mwenye dhambi, kaburi itakuwa mwanzo wa ufalme wa mbingu? Imagine, mafundisho kama hayo yameingia katika Biblia. Sasa sababu ya hiyo, Wakristo tunatakikana kujihatari na mafundisho mengine ambayo yameingia katika kanisa. Kisha kanisa hili ambalo limepewa injili ya kipekee litangazie watu wengine kumhusu Yesu,
na ni kitu gani Yesu anaendelea kufanya na kufanyia kanisa. Kwa hivyo kanisa imepitia changamoto nyingi during the time of the early Christians, wakati wa watumwa, akina Petro, akina James na akina John na wengine walipitia changamoto nyingi wakiwa wanahubiri neno lake Mungu. Kisha baadaye in the previous years, wakati wa dark ages, kanisa limepitia changamoto likifanya mambo ya kuhubiri. Kisha sheria ya Mungu na Biblia vile ilitengwa, ikawekwa kando, kanisa likaingia katika giza. Kuna watu walikuja kama reformers ambao those ones who are working against Sunday worship and against this other mafundisho haya mengine. Sasa walipokuwa wanafundisha wakati wa 16th century, kuna mtu ambaye alikuja akiitwa Martin Luther. Aliweza kufundisha kinyume na mafundisho tayari ambayo yalikuwa yameingia kanisani, na wale wafuasi wake waliitwa Lutherans. Walileta mabadiliko kidogo. Kisha baadaye in the 17th century kuna watu walikuja ambao wanaitwa Baptist, ambao walikuwa wanafundisha juu ya ubatizo wa Yohana. Kisha baadaye wakaingia kwa Sabato. Hawa nao walileta mabadiliko mema katika kanisa. Ukifika 18th century kuna Methodists ambao ililetwa na Wesley, nayo ilileta mabadiliko kidogo katika kanisa. Kisha tukakuja kupata wakati wa Ellen White na wengine, fundisho la Sabato ya kweli likiingia. Kwa hivyo kanisa imekuwa ikipitia changamoto, lakini hata kanisa lipitie changamoto, ni kwamba shetani anaenda kupigana kinyume na kanisa la Mungu, lakini wa Mungu hakika ni kwamba watasimama. Sasa mwisho, neno la mwisho ambalo tumepewa kama kanisa ni kwamba tuweze kuwa na testimony of Jesus Christ. Hapo nataka tusome tujue testimony ni nini. Tukishajua testimony ni nini, nitamaliza. Tuende mpaka kitabu cha Revelation, kitabu cha Ufunuo 12, fungu lake ni 17. Kisha nitawapatia fungu la mwisho, tuone vile tutamaliza. Revelation 12:17. And it says, Then the dragon was very angry at the woman. He went off to make war against all her other children. Her children are those who obey God's commands. Those who obey God's commands and have the truth that Jesus taught. Have the truth of Jesus? That Jesus taught. That Jesus taught. Nataka mtu anisomee version ambayo inasema the testimony of Jesus. Testimony of Jesus. Nani amefika hapo? Testimony of Jesus. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which kept the commandment of God and have the testimony of Jesus Christ. The dragon was making war with those people who keep the commandments of God and the testimony of Jesus Christ. Testimony ni nini? Fungu la mwisho. Revelation 19:10. Testimony ni nini? 19:10. It says, testimony. And I fell at his feet to worship him, but he said to me, See what you do. Do not do that. I am your fellow servant, and of your brethren who have the testimony of Jesus. Testimony of Jesus? Yes. God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yes. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kanisa la Mungu lazima liwe na ujumbe wa prophecy, unabii. Kanisa
limejitenga, kanisa ambalo halijifunzi mambo ya unabii. Nataka sote tuangalie, nikimaliza, kuna makanisa mengi katika ulimwengu huu, lakini ni makanisa machache ambayo hayajifunzi mambo ya unabii. Kanisa ambalo lina msingi hasa ni kanisa ambalo linajifunza mambo ya unabii. Sasa nataka sisi tujioji kama Wakristo wa Adventista. Unabii ukifunzwa katika kanisa, ninauchukuliaje? How do I take that? Unabii unanibo, unabii ni mgumu, unabii haustahili, na unabii umekuja kama taa ambayo inaangazia watu wajue wanakotoka, walioko na wanapoenda. Ni ombi langu kwamba kila mmoja wetu ambaye ako hapa, ambaye amekuja hapa, tujue kwamba Mungu ametupatia kazi ya kufanya kama Waadventista. Nambari ya pili, tujue kwamba tukiendelea kufanya kazi tutapitia changamoto. Yesu mwenyewe alipitia, na kama alishinda, na sisi kama Waadventista tutashinda. Mungu atubariki tukiendelea kuzingatia kazi yetu ambaye Mungu mwenyewe ametupatia, kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tusimame kwa maombi. Tuombe. Baba yetu ambaye ni Mungu wetu uishie mbinguni, tumekuja mbele zako tena kulisifu na kulinua jina lako, sababu kama watoto wako umetuelekeza kama kanisa ni kazi gani tutaendelea kuifanya tukisubiri kurudi kwako mara ya pili. Tumeona kazi mbalimbali ambayo umeitenga kwa ajili yetu kama kanisa kuitenda, na Baba tuomba kwamba utupatie roho ya ujasiri kusimama mbele yako na kutangaza kile ambacho ni mapenzi yako. Asante kwa vile utatumia kila mmoja wetu, tukiwa ni watoto, ni vijana, hata wakubwa, kwamba kazi ambayo umetuitia, umeiweka wakifu kwa ajili yetu kuitenda, Bwana tuitekeleze sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa neno lako. Tutakapotawanyika kuelekea makwetu, tuomba uandamane na kila mmoja wetu. Iwapo ni mapenzi yako, tena tuonane katika siku ya kesho tukiendelea kukusifu na kuinua, sababu wewe ndiwe Mungu wetu. Tumeomba na kuamini umetusikia, katika Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Kwa wale ambao mko hapa, tunasema asante sana. Tumefundishwa sana. Mnenaji wa kwanza alikuwa anatufundisha mambo ya sheria. Ni vizuri sisi tujue mambo ya sheria. Kama binadamu tunahitaji kujua mambo ya sheria. Sheria ni muhimu sana katika maisha yetu. Asanti wageni wetu kwa mafundisho ambayo mmetupa, na nafikiria yatatusaidia katika maisha yetu tukiwa katika ulimwengu huu. Na vile vile tuko na meza ya vitabu. Mnaiona? Moroje meza ya vitabu. Kwa Waadventista, vitabu ni muhimu sana. Vitabu ndiyo nguzo ya nyumba. Vitabu ndiyo nguzo ya nyumba. Sasa nije kwa mnenaji wa mwisho, ametufundisha mambo ya unabii. Unabii, tukiulizwa kwa neno moja tu, unabii ni nini? Unabii ni taa ambayo inamulika the past, the present and the future. Unabii, ukiulizwa tu, hapana sema unabii ni kitu ngumu. Hapana. Unabii ni taa. Mara ya kwanza unasema unabii ni nini? Taa. Inafanya nini? Inamulika the past, the present and the what? The future. That is, inakujulisha unatoka wapi, uko wapi, na unaenda wapi, unaenda wapi. Hiyo ndio unabii. Asante mama sana. Unajua kitabu hiki cha Revelation
14 verse 6 to 12 ndio tunatoa manda ya 70 day. Manda ya 70 day inatoka katika Ufunuo 14 6. Ndio mnaita nini manda? Tukisema manda kwa lugha ya Kigiriki tunasema nini? Ekerenga kiabaishidie. Ekerenga gie kanisa yeito yonsi pi. Ujumbe wa malaika ngapi? Ujumbe wa malaika 3. Kwa hivyo asante sana. Umetufundisha ujumbe wa malaika 3 leo. Asante sana. Asante sana sana kwa mafundisho haya. Tafadhali zingatia yale ambayo yanazungumzwa katika Biblia. Usiwe na yako, lakini usungumze yale ambayo yanapatikana katika nini? Biblia. Simameni tuombe, mweke viti. Kesho mje kwa wingi. Tusabe Mungu Baba, tumesikia mambo ya sheria na vile tunaweza kujisaidia katika kuishi kwetu katika ulimwengu huu, tukiwa na shida ya vifo, vile tunaweza kuridhishwa yale ambayo ni ya wale ambao wamekufa au wametuaga, wametutangulia. Asante kwa fundisho la unabii, vile Yesu anataka tuishi. Yesu anataka tujue tumetoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi. Kila mtu atakiwa mtoto, mtu mzima ajue anatoka wapi, ako wapi, anaenda wapi. Tusaidie tuwe na umakini wa kujua haya mambo. Ndio ombi letu kupitia kwa jina la ushindi la Yesu. Amen.
Gethiri ateneine Omogoko no nyore Getaria nyeri bakwe Oto yasoe Oto yasoe Tumaini lako ndugu, umeliweka wapi? Liweke kwake Mungu, muumba wa vitu vyote. Atakushindia yote unayoyapitia, kama vile Ayubu alivyomtumaini ya Bwana.
tufikishe mbinguni. Tunapotembea katika dunia hii, tuweke tumaini kwake Muumba wetu. Yeye aweza kuokoa na tuongoza, tutafika salama. Tunapotembea katika dunia hii, tuweke tumaini kwake Muumba wetu. Yeye aweza kuokoa na tuongoza, tutafika salama. Tunapotembea katika dunia hii, tuweke tumaini kwake Muumba wetu. Yeye aweza kuokoa na tuongoza, tutafika salama. Basi ni nyimbo tamu za kwaya ya Mwembe SDA, ambapo ni kwaya yetu kuu katika wiki hii ya familia, ama wiki mbili za kuzungumzia mambo ya kifamilia kwa ujumla, family life pale. Basi tunapozidi kusonga mbele, zimekatika dakika 39 baada ya saa 11. Studioni ni Geoffrey Nyakundi Murara aka Jeff the presenter, tukiwa katika kanisa hili la Mwembe tangia siku ile ya Jumanne, tunapozidi katika crusade hii ya familia, ya kuleta pamoja familia zote. Basi location tumesema ni Mwembe SDA, na karibu sana watazamaji na wasikilizaji ambao mnaendelea kutazama vipindi vyetu mvipendavyo tangia asubuhi tulipoanza pale na Anza na Bwana naye Mason Tita, tukaja Serio Botaka naye Videris Mochoge. Sasa hivi tulianza crusade ambayo inachukua wakati wa request hour ambayo inaletwa kwako nami Geoffrey Nyakundi. Basi tumejifunza mengi kuanzia pale wale walianza wa kwanza, wazungumzaji wa kwanza wakazungumzia kuhusu sheria. Basi sheria hii baadaye watarudi kutufanyia recap ya yale yote ambayo waliyazungumza tunapozidi kusonga mbele. Niko na mgeni katika studio yetu ya live kutoka kanisa hili la Mwembe, na ni mama ambaye ako na familia na anapenda sana vitabu. Basi ningependa aweze kujiintroduce pale, atuambie yeye ni nani na nilipi lile analifanya. Baadaye tumuulize maswali swali moja mbili hivi aweze kuondoka, tupishe wageni wengine. Karibu sana. Nashukuru sana kwa fursa ambayo mmenipa. Kwa majina naitwa Josephine Mayaka, ni mmoja wa Mwembe, ni mshiriki pia wa Mwembe SDA Church. Ni mwinjilisti na nafanya na idara ya vitabu. Nashukuru sana kwa vitabu. Basi kasha sema yeye ni mwinjilisti wa vitabu, na tumuulize swali pale. Mbona vitabu? Mbona ukaamua wewe ni vitabu nauza? Why books? Hakika niliacha kazi yangu nilikuwa nafanya biashara, lakini nilipogundua uzuri wa vitabu kwamba yeyote anayesoma anapata maarifa zaidi, na ni vizuri kwamba tunaposoma tunapata maarifa. Hata kitabu ukisoma Biblia katika Revelation 1:3 nasema kwamba wamebarikiwa wale ambao wanasoma na wanasikia maneno haya, kwa sababu hakika unabii unatimia. Kama kuna kitabu kimoja hapa, niko na baadhi ya vitabu vingi. Tuna deal na vitabu vya afya, tuko na vitabu vya kiroho, tuko na vitabu vingi mno. Moja yao ambao inanifurahisha ya vijana ni Discover Your Worth. Hii inaongelelea sana sana what is self-esteem. How is it formed? What factors affect self-esteem? Hapa tunampata kijana mmoja alikuwa amejidharau sana. Kijana huyu ikawa katika pilika zake akakutana na msichana mmoja, msichana mdogo sana. Akaona akiendesha gari nzuri sana.
Alipokuwa ameangalia ile gari, akasimama kidogo akasema, laiti ningalikuwa na gari kama lile. Yule msichana alipopark pahali akitoka, akagundua kwamba msichana yule ana mguu mmoja. Alianza kujiuliza, kumbe nimekuwa nikijidharau hivi, msichana ni anaendesha gari na ana mguu, mimi niko na miguu miwili, niko na macho, naweza fanya kazi. Tena akiwa anaelekea duka fulani akakutana na baba fulani. Akiwa anamuelekeza anamuuliza, unioni kwani nimekuja kununua sijui nini? Anamwambia mimi sikuoni. Akashangaa akasema huyu mtu haoni, lakini anaweza fanya biashara. Ikawa ameacha kujidharau. Mara nyingi wavulana hawataki kufanya kazi, si hata wavulana, hata wamama. Napata mtu wako na miguu miwili, mikono anaona, lakini ako na low self esteem kwamba yeye hawezi. Na kitabu kingine chenye ni cha manufaa kwa vijana, hata si vijana, na katika familia, ni The Bondage. Watu wamefungwa kwenye vifungo mbalimbali. Sana sana pombe, miadarati hii, mtu anamaliza shule anaingilia katika miadarati. Hii ni aje? Solution ni lipi? Solution ni Mungu. Solution ni kuweka hao watu wakuwe busy. Solution ni encourage hao watu wetu kwamba hizo vitu zina madhara yake na Mungu hakuviumba kwamba vitumike. Mungu hakuumba pombe vile watu wanasema kwamba Mungu amekubalia pombe kwamba ni wine alimake, hiyo haiko katika Biblia. Na tuna vitabu vingi, healthy foods, mbona tule vizuri. Hakika hii kazi ya uinjilisti nimeipata ni kazi ya manufaa. Wengine wanaweza shangaa ni kwa nini nikaacha biashara ya pesa nyingi. Wengi wameacha hata ualimu, wengine wameacha hata udaktari, wengine wamejoin hii kazi kwa sababu ina fedha. Wanaweza dhani hakuna fedha, lakini ina fedha na inatuhimiza katika familia na pia inatuelekeza kwa Mungu. Okay. Basi unajua vijana wengi sisi tunasema sasa hivi tuko katika wakati wa digital way. Tunapenda sana vitabu ambavyo naweza sema tu nitumie PDF, sitaki kununua hii. Mbona basi unatuhimiza, ama himizo lako ni lipi kwa vijana wale wengi tunapenda tu, hatupendi kusoma vitabu hivi hard copy. Tunapenda sana kwa simu. Wakati wote tuko tu kwa simu, hata Biblia tunasoma kutoka kwa simu tukiwa kanisani. Ni himizo lipi ambalo uko nalo unapomalizia pale kwamba tuweze kusoma? Mbona tusome vitabu ambavyo vimeprintiwa hard copy? Tusiwe na zile tumezoea sa simu. Simu mara nyingi, hata kama mnasema hizo vitabu zote ziko kule ndani, kuna distractions nyingi katika simu. Mara ambapo unaendelea kufungua kupeperusha, yani kuangalia ni nini iko katika simu, unapata distraction imekuja. Kuna advertisements ambazo si nzuri kule, na siwezi wahimiza vijana, kwa sababu hii hard copy, kama ningekuwa nataka kutumia, kama ingekuwa kwamba ningekuwa natumia hii simu, singeingia kwa hard copy. Na wahimiza kwa sababu hata mara nyingi hata hiyo simu inaweza kuwa imepotea. Kuna wakati ambapo kuelekea hapa mbele hatuwezi jua kutatokea nini. Labda hizo simu hazitakuwepo. Je, itakuwa sasa umekimbilia wapi? Ni vizuri kukaa na hii hard copy, at least hata ukimweleza mtu, ama ukitaka hata mtu anufaike, asome kitu ambacho kiko kwa hard copy. Basi ni asante kwa kutuhimiza vile. Ni vizuri tuwe na vitabu. Maybe niweze kusema pale, kuna kitabu nilinunua, The Great Controversy, nikaweka kwangu, ninasoma pole. Siku moja rafiki yangu akanitembelea, akakipata pale, akakiangalia, akasoma ile statement pale nje, akaniambia tu acha niende niangalie, nisome wiki mbili hivi nitarudisha. Lakini sasa kitabu hicho hadi wa leo ananiambia siwezi kukupatia kwa sababu kinanisaidia kwingine na kinasaidia watu. Basi ni vizuri vile ambavyo amesema tununue vitabu. Basi kwa inapojiandaa kutupa wimbo mmoja ili tuweze kuingia katika kipindi kingine, naona hawa wanasema wanafuatilia. Jeria Keruba anasema anasikiza kutoka Mana Mabaharini Kingdom all the way to my home Kisii County. Asante sana Jeria. Eunice Maora anasema anafuatilia. Priska Nyairo anasema anafuatilia kipindi, na watazamaji wengi wale ambao wanasidi kufuatilia vipindi vyetu. Nikiangalia wale, anasema Edwin Ratemo anafuatilia kipindi pale, na ni vizuri kuwa na vitabu. Basi kwaya inapojiandaa kutupa wimbo mmoja pale, zikiwa zimekatika dakika 47 baada ya saa 11, watatupatia kionjo tu kidogo, ndipoza tuweze kuwaleta wale
walituongelesha kwanza waweze kutuambia mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kiliendelea ama kuhusiana na urithi wa familia. Basi ni mupee mgeni wangu waseme maneno yake ya mwisho anapoondoka katika studio yetu ya live kutoka hapa Mwembe. Karibu tena. Chenye ningependa kuhimiza watu wa Kiadventista kwamba sisi ndio tunafaa kupeleka injili kule nje, na hatutaenda na injili ambayo hatuna. Inafaa tusome, tuelewe, ili kwamba tunapopeleka hii injili kule nje iwe imeenezwa kwa style ambao watu wanaweza kuelewa. Nazidi kuwasihi kwamba ni vizuri kununua vitabu, tusije tukapuuza. Kama tuna watoto nyumbani, saa kama hizi kuna watoto wako kwa TV, haifai wakae kwa TV sana. Hebu pia wape Mungu, kwa sababu hivi karibuni tunaona pambano kuli naendelea. Yesu Kristo yu karibu kurudi. Je, mimi na wewe tumejitayarishaje na familia zetu? Mungu azidi kuwabariki mnapojiandaa kununua vitabu kwa wingi. Nashukuru. Basi, kuna mtu anaweza uliza pale, ni wapi nitapata kitabu hiki? Akitaka kukufikia atakupata namna gani? Uko na ofisi speciali mahali mtu anaweza kupata, ama ni kwa simu tu anaweza kupigia ili hali aweze kupata kitabu kile? Ni wapi unaweza patikana mtu akihitaji usaidizi wako? Mimi ni canvas, huwa naenda house to house, home to home, office to office, lakini ofisi yetu inapatikana hapo Golf House. Depository yetu iko pale, iko na vitabu vingi. Lakini pia ukinihitaji mimi ni mhudumu ambao ninakuja hadi pahali huko, na pia tutaweza jumuika ili kwamba upate kujua kuna nini katika vitabu ambavyo naviuza. Ni namba yangu ndio nitawapa, ili kwamba mkihitaji kitabu chochote kile mtanifikia. Namba yangu ni 0, naitwa Josephine Kerubo. Namba yangu ni 0720556367. Nirudie tena 0720556367. Nashukuru. Basi hiyo ndio nambari yake ya simu pale mkihitaji usaidizi wake wa kuwaletea vitabu. Amesema vizuri, yeye hutembea nyumba kwa nyumba, afisi kwa nyingine pale akiviuza vitabu vyake. Asante sana Josephine kwa kupata wakati nasi, na ni vizuri tu umetuambia mawili matatu pale kuhusiana na vitabu, na nadhani watu wote sasa watageuka na kununua vitabu ili waweze kupata maarifa. Basi niweze kuwaleta kwaya yetu ya Mwembe SDA kwaya watupatie wimbo moja tunapozidi kusonga mbele, zikiwa zimekatika dakika 50 baada ya saa 11. Nilipoona chemchemi ya kuosha makosa, nilimsikia Roho akiniambia njoo, namsifu aliyenifilia njoni msifuni nyote, kwa damu itusafishayo.
namsifu aliyenifilia njoni msifuni nyote kwa damu itusafishayo. Sasa wake Mungu, nimepata rohoni, sitaacha kumsifu na kumtukuza mno. Namsifu, namsifu aliyenifilia njoni msifuni nyote kwa damu itusafishayo. Jina lake lisifiwe, ndiye Mwokozi wangu, amenitoa dhambini na hukumuni mote. Namsifu, namsifu aliyenifilia njoni msifuni nyote kwa damu itusafishayo.
vizuri kabisa pale wa kwaya hii ya Mwembe SDA wanapojiandaa ama wanapoendelea na mashambulio ya Family Life Crusade ambayo imekuwa ikiendelea kwa wiki ya pili sasa, ikiwa ni siku ya 4 wiki ya pili, siku ya 4 pale, nikidhani ni siku ya 11 na mashambulio haya yanaendelea na ni mengi tu tunazidi kujifunza tunapoendelea mbele. Basi kabla ya wajaondoka studioni, ningependa tu kuna wale watu naona hapa wanauliza, kama kuna huyu msichana kutoka maeneo ya Baharini anauliza ni wapi atapata nyimbo hizi za hii kanisa. Akitaka kuzipata, je, ataweza zipata wapi? Basi kiongozi nadhani yako tayari na anaweza tujibu tu kwa dakika moja hivi mbili, atuambie watu ambao wangependa kusikiza nyimbo zenyu zinapatikana namna gani. Basi karibu sana kiongozi. Na ni njema tena na wasalimu mchambo. Majina yangu ni Florence Kenyanya, assistant to the leader. Na asanti kwa kuitachi nyimbo zetu. Mwenye anazitafuta siko kwa YouTube. Na zingine saa zingine utazipata kwa, tutaweza kukuwekea kwa maflash disk. Na zingine ukituhitaji kwa makanisa tutakuja na tuimbe hapo. Kwa hivyo siko kwa YouTube. Alright, asante sana kwa kuweza kulijibu lile. Sijui kwa leo maybe mmoja kutoka kwaya aweze kutuambia ni mafunzo yapi ama amefurahia mafunzo ya siku ya leo ama imekuwa namna gani pale. Asante sana kwa hilo swali. Leo hii ninashukuru mno kwa sababu kuna mambo mengi ambayo mimi na wenzangu tumeweza kujifundisha, hasa kuhusiana na mambo ya urithi. Imetokea pia kwamba siku ya Jumapili nilikuwa nimeitwa nyumbani kwenda kushughulika na suala la namna hiyo pale nyumbani. Kwa hivyo nilipopata mwanga kuhusu mambo ya urithi, mambo ya mashamba na kadhalika, niliweza kufurahia sana, maana ninaona kwamba huu ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba leo hii tuweze kupata hii habari. Kwa hivyo ni habari njema, tumefunuliwa mambo mengi kuhusiana na urithi, mengine ambayo hatukuyafahamu. Kwa hivyo tunaona kwamba ni habari njema na ni mpango wa Mungu kwamba leo hii tumeweza kupokea habari hii kuhusu mambo haya, habari kuhusu urithi wa mashamba, watoto namna wanavyoweza kupata urithi kutoka kwa wazazi wao na kadhalika. Mambo ya succession yamezungumziwa kwa kina. Kwa hivyo labda tunaomba ya kwamba ikiwezekana tuweze kuwa na muda mwingine wa kushughulika na maswali, maana tulikuwa na maswali mengi ambayo hatukupata muda hata wa kuulizia. Kwa hivyo ikiwezekana wewe na muda mwingine nasi tutafurahia mno. Basi ni yale ambayo mnaendelea kuyafuatilia na umesikia vile ambavyo wamesema. Jina sijawaambia, mimi jina langu ni Grace Mora Nyabuti, ni mshiriki wa hili kanisa. Alright, asante Bi Grace Nyabuti, na ni mwanakwaya katika kwaya hii ya Mwembe SDA, na wametuambia nyimbo zao wanaweza zipata katika mtandao wa YouTube pale, na wale ambao kwa around wakizihitaji amesema hata zingine wanaweza kukupatia katika flash disk pale. Amesema yale kwa sababu kuna zingine hawajaweka picha, ndio maana amesema unaweza zipata kwa flash disk pale. Basi emorogobe yega yabono na bageni bali batangana gukwana na chana babeka kando kidogo egere batotebya mangana 3 buna Grace Nyabuti atebirenga maswali nale babwate alenge babwente kubuli timaitinga nanyore chinga kijyo kubuli maswali if they are still there. Abageni baitu banyara bako yairanilia eti bimorigerete ne radio ya Bagusi Global Radio AGR News korwa chingongo chionsi chiense aiga Africa, Asia, UK, USA pale amashapike itonsi pia rigerete. Karibu sana tonyore avera tato kubwatekana na inheritance etopikilia aba wakili batokwanira litangani bono ni chinga kinande nko barigania abageni bane studio aiga bare babere bi Bugei
na mwingine sikushika jina lakini atatuambia akifanya introduction pale egere turakwanira mang'ana ya inheritance cia daika 15 erinde tunyara tugukura e program kichabo tukirije daika 3 iguru yechinsa 12 chabano maragoba. Sijui tuanze na Miss Bugei, tafadhali uweze ukatuambia we ni nani kikamilifu, watu wajue, alafu uweze kumleta mgeni naye aongee pale atuambie, ndiposa tuweze kuzungumzia swala hili la inheritance ekene kintu giachandira abantu chifamily kuru abana abaibori paka bali abagotu paka abantu bande bacu ku disturb bali bara sirire bugima bwa batindikuru nande babaire back to aseriro ba kururiro ba ime nande bagatanga pamanyenga ningi kegendrete wono. Miss Bugei, karibu sana. Briamana. Asa Marieta, naitwa Lydia Bugei, Mrs. Mimi ni wakili na kwa siku ya leo nimetembea pia na wakili mwenzangu anaitwa Hilary Ongori Tom. Acha naye pia awamkwe. All right. Briamana naende siliba. Lydia liane kurukonga Hilary Ongori Tom. Hilary Ongori Tom mana advocate of the High Court of Kenya. Kodroba kodroba nebo songo gaiga. Ne chinsa mochi etana ina so kodra abantu baito na koba obokolera bwiri chiko. Briamana. Bono amaswali nale amanga abeira abantu bakubuli iguru yokonyole nibo omuntu nabwate chigari chae nabwate chikampani chae kwanyora nga kera aruro bwikubonse kera asiriro bugima yabe gasinko sana kubaga enibi yae enchira ki ko totebinga in a nutshell njira ki chiri chikukiri gotumeka njira kichibwente kutumeka legally egero omuntu efamilia yonse nyora ge kufaidika ase okonyore niberia kero omuntu anyore asheri murengetera bwe kumonyana. Briamana asili bolio asamang'ana yokonyora chinibo cy'abantu basirire lichikondera ro Kenya tugwate litangana lichikolira na pia litokoroke katiba. Katiba nere gukwanira igoro ya property abantu babwate obusuburi bwo koligia na konyora mali ao abuno gente getangana takero chake tumanya go chali chiko bono lile specific on igoro ya mang'ana ya inheritance likorkwanga the law of succession lidia chagete 1981 whereby ligo providing ngakito kurusie nibo yo muntu osirete tonyorusia sare paka toleta sabantu libararo kero muntu anyore ngeri yae tubwate chinsemo ibere nabo muntu akolike wili kerare moyo atebe ngakibintu bya bikoba ngakibintu bya bigucha kubagadwa achoko mochio kararoro achoke chinibo chae kararoro nande keratara akora igo bono lichiko nkubwa ndibwate na le process ikubwati we moko igwa bantu bagateba ngantura akora succession succession ne process yo kurusia bintu asenya gosira paka ase abantu bali bae batigaire so lichiko elindira aro likobwati ngakyo omuntu agochaka korwa ase process yentangani yo koligyo mo chief yo goikaransa ne family na komanya ngaki bantu kibalengire asokonyole bintu byanya gosira ekara babere identified properties chiba identified bamanya gochaka kubwatie process ya succession eyue ko kubekwa ase court ego file kwa ase court iga process yonse pio kurusia ebintu korwa ase nyagosira paka ase abantu bali bararoro ego koleka ase court ase court. Yes. Anda kende muntu na rugocho bolinga bono ndachaka kubwatia e process ye court chinga gichingana na kinda ire egere nyanyore process na kore mbale bago chabata yanga nimbwate nimanyete nyagete kosota yanga ningamaete Miss Bugei ngo korale kasi ali no mwakili nimumanyete na bongo mwakili simi in the next 3 weeks or 1 or 2 months or 4 months inyore ngonkole ire process ye na ande nasabe kende bunarira bakenya twanarire gotebanga na konyoranga osabire kende bono watanga tiga tora se kuliganga kamilioni akamoiga egera tomwe ange 1400 ne chichinde chiatigara 1600 chikore gasi yende bono inchira kie gutumeka how long ibinde byonse bibigote kibaka byahera a process ya succession gesamwacha akagotebanga mutete kurusia ebintu kurwa sinya gusira paka asa abantu bali bararoro muntu tabaise kungaino nde bwensi process ye kere yango iri mono kere ira sobwango mono ekoiro mwaka yo momogi manenus ibone kere yango iri nande gonto bwate bintu binde biko chibya baronga ki ebina ase chikodi taliki na kemokeraro ebina nkogendera bire binge igo nabo kera ire no ne miaka ebere elinde bintu birwe kurwa sinya gusira paka asa bali batigaire iga karoko nyoro muntu agotebinga nimbwate nchirango koira onyore these things kurwa sinya gusira wocha asemole within 3 weeks within a month or 6 months eyune gento tokorokanga a red flag abe karo kwaro lita mangana ngabuna yoko reswa igo abuno otakere gocha korengeringa ki tigantame ndigi enchira nda akonyeke ngwate abaigori amangana omwakili ngakyo korumanya ngomuntu no mwakili tobwate enchiro gwa identify omwakili na bwate license
muntu ndi bwensi ukobeke tai muntu ndi bwensi ogweso ke tai gosoko nyakuranda na range ne court oitali mu wakili egento gyokora atake kumanya ngo muntu no gate namba ya yere unique ya kumu identify ngakyo gokora ogoso ase google buna bona matuko yo mutandao ikire oya ndori kenge totokoroka nga advocate search utaepwa marieta yo muntu uyo kerago tebiri orore ngaki ngokoretera ari details cia ngokoretera ari bicha ebwekaine omuntu uyo goteba nga no muwakili ari ngokoeresere asobisi yaye gotuka naende abantu baita abange banje the shortcut liba gogo imoko gende bakase obisi karansi no muwakili otagete gukora ebintu njiraga iga ayuna aramangana abantu baito gusiga iga aretero muchando agerire bakabantu bali konyora haki yabo gusa abantu babere batata ase family waimoka batenga mbara bao kora succession boka batiga abande isiko process yetali kubwatie ko etali ye court umuntu ogenda land sigari o change etaito directly ko rusinya gusira paka sabanda abaiga batachietie court igoko konyora ngate point nga e process ngota bigure nga erebuango eko ganichi enibo muntu tangane tiko gotinga neni bata geteli tangani atara koresana ne process nga kieko genda kara boli nga ki stages inchirechi ndaraji gota bigure ebes okorora mangana ngabu nayu na aratu arukire red flags utakire kobwa ngaki igango chinda sobosi biamo iko gwateba nga gotaka kumanya muwakili elazima toswaria so mutandao by the way riria arikurukunga nere nyanchamare gukwana I did that nanyora nga nare ngokorari gasi ritari nyabio Diana Nyanchama nabwate namba ya yari iri P105/23492/23 ande bakerwete nga agokore gasi Moronge and company advocate practicing 2014 practicing status active ande bamanya kurunga abuye se batabirenga practicing status active onye gokonyoranga nabo konyoro muwakili ubwate pake nambe yue koro kaga bunga ki amana naro muwakili but you need to know ngaki aso mwaka oyo na kanete license yo mwaka ekiagera muwakili ako renew a license every year bono gokonyoranga for that year ta kaneti iga abuye ko read inactive ekerare inactive ikotabuga ati capacity under the law yoko gokorera gasi ende onsi bosina bera read suspended oino monto oirwe gesusuro naba wakili oimokiro otokane kabwato mochando gete e process ya tokane onyoru na magoso obere suspended igota correct tago ko gasi omonto ora gokorera gasi no mwakili karoko mo identify oikato ke kabwate an active status akanete license yo mwako imbiamon okay aha ono eyuire buya egere abantu bamanye nga keramangana succession yako koro gusekero kuryo muwakili nga nabo kunyara gukora konyora abawakili gwitere njiri ya digitali kusachi gari ko manga umuntu uyo nabwate enamba yaye no bisi yenga ichigutuka egento ngere kenda kucha kwanyora nga for example totebe no muwakili nde ose no muwakili nde echebe pati embeke kesingire nabwate na ikirenjera iga na asirire bugimanje no muwakili na are to akwanite ndombere to ari gete gose na are kubwatire family gete still kwanyora nga umuntu naro kugenda uchutumeka bado the cases ziko reported nga umuntu akwanda utumeka the name of the late wakili ko tanga bono ni gara active kubwati chikesi bine chikwanya abantu bande bagusaba chibese ekesi bine kero boto yo muwakili usile ina kimundara akora manyanga muwakili yo bono tari existing is it nga status chingo chiri chachinche gusina kiko cha yabo ya mono ekarogo sachi muwakili letali muwakili gabu status zinko bachire tofauti onye ko konyoro muwakili usirete ko lika deceased igo manyango muwakili yo Patrick usire but you must understanding LBC is separate from the advocate na boko nyore obisi bona Moronge and company advocates no inje nongo korasa Moronge and company advocates eturaba wakili more than 8 muwakili omona bagusira warot oyole ko handle the matter but the matter is still within the office omuntu ndi na bago pick up that matter in the office agenda liba kakore ekinekyo lakini etoke ngo muwakili yo ni gari ngo practice kale bweka atabuga ati associates atabuga ati bawakili bande bara ase company of advocates yiga etoke nga nere bweko lenge ekero oko igore obisi yago ngwa point yo lenge tobono tokuruka bana bantu baito bamayete ko rukunga next of kin ngote yabole nga in the event tindi ko nyara go practice richiko muwakili kyo goteka matters chan ekero omuntu oyu asitire muwakili matters chichiko iruba kaso muwakili uri appointed yo rateka up matters chae clients bali barenge bo muwakili uri ko practice bweka bamanye kwa mwanga ki nkogendera tole noyo abeta appointed na nyagosira ose totayete ko ryo muwakili mungao ekonyora mbata yete ko ryo muwakili mungao umuwakili yo abeta appointed
nganero gotek liba galia uyo sitete a ko release a file to the client kuetera ase obisi ya LSK ngaki omuwakili na sitete ekera sitete oya appointed ya take up the matter the client nata gete go change bono let us hand over the file back to the client usasa omuwakili oyo moya utageta bono go take up the matter kurugabo na be process yako genda okay mbi mona so gutumanya yu bono tonyore Miss Bugei ato tebie kushunire nguburiga konyorore nga ase familia omuntu sirire gasirire kwanyora ng'omusubati utigaira ase familia gatigire na bana bae kwanyora nga mali na roro twanyora nga bono rende the sister in laws of this gose basubati bamwabo nyagusira bacha bate bomanyete kigari kiga mu murumi ndabwate isato ni cheito amali ali agorete migonda agorete asagorete na heto in real sense kwanyora nga omonyene na aligete gose ne will gose na document tibintu bya yabuna bira be shared gose bine familia next of kin what abanga impiris kabusuburi ne next of kin go take this care of this but kwanyora nga these other family members ba bate interest ba chira one ba tanga by force by fire we want this what should it be done egera kwa fu dibintu bine yase familia so muntu onyore challenge buneyo bia mono the law of succession ne bwate a hierarchy y'abantu barabwatia Maria nyagusira muntu mutangani kubwatia Maria yu mukae the surviving spouse onyereta iyo abana babo babere onyembayo abaiburi yamanya kubwatigo gochimpaka ase abamwabo nyagusira so in a case when the man has died the wife the surviving spouse ndio wa kwanza kutafuta letters of administration aweze kuadminister estate ya mme wake. So sisters-in-law do not have a say in the property that has remained kama the wife is around. Two, there is the question of ownership of property. Hii mali nye huyu Nyagusira atigire alikuwa anaiona aje na bibi yake. If it is joint ownership, all the property itavest kwa the spouse, the surviving spouse. Kama ilikuwa tenancy in common, then yule mwenye alikuwa amenunua naye, wakati mwingine umenunua gari na rafiki yako ama umenunua na sister-in-law, then itaenda kwa sister-in-law, it won't belong to the wife. Yes. Okay, that is good. So kwa ribekire buyabo na nengo nyorore nga there is a case yo konyora nga umuntu na arengeta abwata familia tanyometi gose na nyomete na abwate familia yae okwa we have mostly seen this as leaders kera kule ria eniwe gose kwanyorerie some days to the barrio somebody uchicha otebanje nimbwato omwana oye nando omwana yali miaka gose ni 5 gose ni miaka 4 gose ni mitinyi kianda so nero tebanga bono ntagete kubeke gisuizi mubiro yoto enigwa mpaka nanyore haki yane when such a case arises what should it be done there? When such a case in arise, of course lazima mtu understand who a wife is katika mambo ya succession. A wife sila ukiishi na mwanamume mkazaa naye haijamaanisha kwamba wewe umekuwa wife. A wife is one mtu mwenye wako na certificate of marriage. Mmeenda mkaoana. Two, kuna aspect ya a token was given. So umekuwa bibi. So ukiweza kuwa maybe umekuwa tuseme ni baby mama ama mtu amekuoa lakini alikuwa na bibi mara ya kwanza alafu ameenda amecontract another marriage na hakuwa anafaa kwa hivyo huwezi kuwa na status same kama ya bibi. So the children in this particular case watakuwa provided for. The law does not discriminate children whether ni legitimate or illegitimate out of wedlock or during the subsistence of the marriage. Watoto wote mbele ya sheria wako sawa na wanafaa kukuwa recognized as beneficiaries and dependents wa estate ya the deceased. But this particular woman now, wewe umekuja kwa ndoa ya wenyewe, hauna kitu cha kuonyesha kwamba wewe ni bibi ya mtu ambaye amekufa. Hakuna certificate, hakuna witnesses walisema kwamba mlioana in a public ceremony. Wewe tu for the sake of this minor utapewa kitu kutoka kwa estate ya the deceased, but utaihold in trust for that minor. Wakati huyu minor amekuwa miaka 18 and above atapewa yake. Lakini wewe kama mwanamke hakuna kitu utapewa.
so the kid can be a beneficiary. Yes. Ati wono muswati utari konyora kende. Bibi mama wewe si bibi. Ujajulikana. Bado. Ono igono kwa advice ya Kenya nga gose bali batorigereti nga kero batakire ko soa senyu mubune yo tiga wa certificate of marriage. Mpi hapo na mpi kana wanda mentrega. From 2014, yes, ichikolia mangana yenyuam, all marriages including customary marriages must be registered. O iko tu are certificate. No ane yenyuam ya bantu bagatenga tu nyuam ine nkagari. All marriages must be registered. Kotebanga. When yenyuam motel registered, you cannot claim to inherit. Abana baru bako inherit by the virtue ngakina abana banya gusira. But onye tobuga tie certificate of marriage. To konyara ko inherit. Na ende each marriage chinchi bwata different laws chiko govern these marriages. Marriages inchiro chire potentially polygamous. Unabone customary marriage nkwala iringa kiyo monta na bara nyuame twice thrice. But if you come and contract a nyangi bono, for example a marriage ye kanisa, a Christian marriage, if you go again and contract another marriage eyega bado kegendrete ko baro oyonde mo abande bonse na abangine babere batatu bane go chinse. These people are not for the purposes ya inheritance wives. The wife no liyo ya mabuwe kabalengeka babate Christian marriage naere. The children of these other women will be able to inherit by the fact nga mbale children ne katiba under article 53 ngote yaberenga children have rights whether these parents are married to each other or not. So igo montora at risk igabu ne keroko contract a marriage itabuga ti certificate. Thank you. Bono kwana iraga bunga a process nero rogutwara a certificate. Kwanyoranga chinga kichingana naki umuntu abwenete ko bera no muntu amana tenga bono na bunda se ko mu marriage certificate tenga muntu tare utanyare ko nyangi ase kanisa procedure yena ki ko korwa na ande how long go take na ki mundara ate for example nabona ene menye no musubati ali chibwiki ibere usemeti nyibere. Can that be a good reason to say this is my wife? That is not a marriage. All marriages must be registered. Onye tuli registered ko chaka 2017 go ikira una toko gamba iko. There is no marriage yetali ko registered. Onye go ko kaendera ko menya no muntu ngabona mwatebire ko menya muli. That is not a marriage. What you are doing as lichika sama iso lichiko. You are doing ngento ko rokunga cohabiting. Oko menya amo. Kotabu atieni blessing yelichiko. So process ye kotaka bono timbu atibese chingo chiko kwa ranyangi na kinda sako kwa nyore certificate. What is the procedure there? Marriage is tofauti. Tobu ate marriage kurukunge civil marriage. A civil marriage ne karoko ganda sa Attorney General kwaru details yago as a man or your details as a lady mwaru witnesses baino mwagenda mwa contract marriage as a office ya Attorney General. You ate karoko nye oko wanga mangana you kiarango bera advertise in 21 days. A long story irange 2 months mwanyol renyo moya ino registered. Onye ne traditional marriage ya lengi nero oko genda paka ase office ya age mbabu nero iratiba yabo ngakiko correct okonyole certificate nero nkobera advertised oere sabantu baje batebenga ki ntu a contract marriage yege kore traditional. This celebration ya traditional marriage ya correct on this and this date. These are the people witnessing aja ikira ni korenga na bune custom yo mogusi ose custom yo monto yo kole nyangi ere ekero ya ene ki unga custom ya ikira nigo kwa manya kwa yego certificate ko wase office ya Attorney General ase monto to korokanga register of marriages. Okay, riswali anelio mweri kutokora ndo chichinsa chiachire kabisa aga igachi abutokirije kamera ngebere na ibere guri chinsa 12 chabona maragoba ngochore kwanyora abantu mbari bagutwara mali yabo karaba twalira mali yabo they don't mention to anyone nabo kabamanya to kora male mugawa gacha ibintu byaye chiduka cha yabo ate but tari mention ya muntu yondo bwensi umanyite kara kure kwe gunga obe ngeso mokondo linga siketa no yoye duka getera sikete building getera sikete na ene yaye e family ko bwati process kira ire ko chara kumanyanga ibintu ibire exactly nga ne byaye ibire ko sembiri byaye. One of the things onye for example no mogondo utaita ko bolinga ki mogondo no okageiringa no you just walk to the lands office or call a search. A search nere ko korokinga mogondo no register ase umonto yoyi onye ge konyorekana nga there is nothing at all geko link umuntu no mugondo igotro chibona ngende giyasiri ikiagara bono the family must come with the proof nganga ki ebinte ebiga ne byanya gusira na ande eventually onye gendo netoka ngane chibe shali ngesi account muntu tayo manyete nge account yene raro
chibese chinkogen eli chikon tobwate ngento tokoro nga the unclaimed assets authority ekero kwanyolire ng'ebinto mbiro bitarabwati buna abanyene banyene mba bimanyeti eserikali nebwate authority egotangaza ng'aki minto ebinto by'omonto getokoro kuiga na iga mbire birega iga onde teyonya gocha kubibwati twabaire 60 days onde bwensi obwate ng'ana goche ebinto ebi ikobe kubaka ase gazeti arete ng'ana within 60 days onye monto onde teyora arete ng'ana ebinto ebi ebikonigwa onye nechibesa chiarenge echikogenda back to the government. Yes. Ibone government yaone those properties. Yes. Bono rinde nga chiabutukiri chideke mirongo ibere na isatu aina alia maketu anyarire ko konyora kurwa saba wakiri abarenge nga anyendiri chinsa chiarengo chise inu nangantu agendera kabisa lakini autocha kuligiri ituko tabarange none studio Italia egere tukwana mange bono gukorera Lydia Bugei nubwate nga ninde oraise gotebi mwanya getinge bali barigiriti kuhusiana na mangana a inheritance. Mwana seri swali yale ambayo ningeweza kusema ni kwamba ase chinga kichivuna ireiga amangana na atatu. One ni kufuata sheria. Process ya succession ni refu. Kama unaweza andikisha will, watu wako wapange before utoke katika ulimwengu huu. Ukiweza kuwaambia yote ambayo uko nayo, especially sisi kama wanaume, kama uko na watoto pale nje, sema kunayo. Kama kuna mali pale nje, sema iko. Panga familia yako mapema ndipo utoke katika ulimwengu huu. Jambo la pili ni kwamba kama wanawake tuweze pia kujipanga katika maisha haya. Usiende kwa ndoa ya mtu tu kuingia tu hivyo. Juu umeingia aje pale, na pia at the end of the day sisi wote kama Wakristo ama pia kama binadamu, the rights of the child are paramount. Hakuna vile unataka kudisinherit mtoto juu aliletwa na mwanamke mwingine. Rights of the child are paramount, whether ni wa nje, whether ni wa ndani, whether ni wa wapi, provided paternity is not disputed. Huyo mtoto pia kisheria anafaa kulindwa na anafaa kupewa kitu kutoka kwa estate. Asante. Asante. Thank you so much Madam Lydia Bugei kwa kuweza kutuambia vile, na mwenzako naye atuambie yake ya mwisho tunapokamilisha kipindi chetu. Karibu. Mbia mwana naende se liboli elio naende, nimeshukuru sana kwa fursa ya kuwa na nyinyi hapa. Jambo lile ningesema la mwisho ni kwamba watu wetu wakuwe serious. Shortcuts have cost people a lot of money. Shortcuts have led people wameuana. Shortcuts zimefanya watu wameibiwa mali yao. Shortcuts zimefanya watu hawajapata haki yao. Na ukienda uanze kuengage mtu ambaye hajui hii process ya succession, unaweza uende mpaka upate hata title deed, hata ufanye transfer ya hizi vitu zote. But kama hiyo process haijafuata sheria, hiyo yote inaweza haribiwa. Those titles can be cancelled na zirudi back to the owner, which inagharimu sana kuliko ungefuata the right process. But watu wetu wanapenda ile kitu ya acha nileta kitu hapa nikufanyie 3 months nikumalizie hii kitu. Ni vizuri kufuata the longer process ukiwa unajua iko based kwa sheria. Lakini kama utaengage mtu ambaye hayuko licensed kufanya kazi, kwa sababu ni ukweli tuko na brokers, watu wetu wanafaa kuwa very careful. Bantu baito bairende na bantu bagotantania bantu. Umuntu tarikiro umuntu begete suti ore muwakili. Ni kweli. Omanyo muwakili ningo. Odil no muwakili ko ruobisi. Tiga mangana yo kumero umuntu asege banda ase cyber. Ase chioteli. Ase chioteli. Genda obisi none kara mangana go salika asogocha kuboli ngaki igano na chieto. And another last thing, in Kisii town ntubwate officeekurukunga the Law Society office. Office ya Law Society ne office ekogavania mangana yaba wakili bonsi. Ekero ubwate none complaint ende yonsi gori umuwakili. No kogenda bakase office ya Law Society. Ekero utamanyitinga yokonyoro umuwakili. Office ya Law Society nere gokoro kingaki iga umuwakili ari iga onye gotete gokonywa asinjiragete okonywa injiragete. Lakini ekero ora imoke otumia abantu batari licensed, otumia abantu batabwati obumanyi, egarama bakebene ne ikiagera koro kwa wakane chibese chonsi weikananda at the end of the day bono liyo muwakili license na ndo chake process ibya igo twerende mbya mono. All right. Kito gukorera ria moto tebinga abisichini ngachi gutoka na baranyara muntu naro gorigereti. By the way, uno gochiko tebinga abisichini asichi gutoka abantu mbali bakiri chinsi chisiko. Umuntu yote gumugondo nimbwata asegete ngoni ande
abantu batumire chibesa baliru kur US kur Qatar Saudi all over those countries nande bagocho o travel kucha oichi cha Kenya kagane nyomba cha kosonyo ngane chibicha gakiru chiembe iguru tumiru bono ko totebyo kwire ni riswali elio nando toteyo sino ngaichiko toko munde sota ka service chino ngayako banyora mbia mona seli boli na ndia chandira abantu abange mbwate bina biro bire biboni ga bibire live omonta atumire chibicha omonta akeire chibicha kabisa agatebunga ki omogondo ngoyo itwagachire bono twabikira amatoborinse kogenda bakomwerio nyona ng'aki oyire kerago chigocha hasta yakorokigwa egente egetang'ani karore mache ng'umbu otagete kogora omogondo appoint omonto tokoroka omonto okoa egento tokoroka ng'a a power of attorney omonto okoa chinguru chia kisheria okogora ebinto on your behalf orega tari ng'omonto ogatenga ng'atomaya ntwachito karora omogondo ntwachito kavisit site appoint omonto moegento tokoroka a power of attorney a power of attorney ne document to draft likuruga iga totomera omonto oyo ore mache ng'umbu agende gari ng'umbu abawakiri bararoro anyebekere notary seal atebe ng'omonto naire egasi yokongorera ebinto Kenya nongori agetume gocha agescan geche baka iga that document onyira ase office ya lands ever registered warari erinde eikirani konga chinguru chiokogora ebinto ebi on behalf y'omonto okorete ki ore ng'umbu erinde ekero bono omonto yokwaire power of attorney oino omonto egenete ekero kwaimokire bono agochigokora ebinto ebi iga kare registered ng'a natakire akogorera ebinto aimokete akorabo onyore enchera okobwatia ebinto ebinto biao abanto bande abange bagotoma chibesa korwa ng'umbu batuma 30,000 50,000 bakonya gotuma chibesa enusu nusu batenga tomechia amatogori tomechia agentoki omoerio banyora basoire asako ekero okwengechi omonto oyo iga ensure ng'a gwa register egento gekorokwa a power of attorney naende tiga kwengechi abantu batari licensed onye no omowakili tinko risk license yane mbe tingora omogondo ekero kwanga appointed bune attorney tinko risk license yane ngokorera egasi ting'enda ngokorera egasi eye iga obaise gocha komputa korwa ase egasi yane igo it is good ekero togodili na abantu bare licensed abantu bare legitimate tari chibroker ekero motaete konyora omowakili Hilary Ongori Tom agotoka gari ase akorokwa ng'a Maxons Plaza ere cooperative just before the capital roundabout ngo practice under the name and style of Moronge and Company Advocates so Maxons Plaza cooperative gari third floor room number 9 no konyora mbia mono Bugi Miss Bugi yanga itoko konyora is it the same site or where ngotoka Guse Deluxe building second floor under the name of Merited Law Africa Advocates. Alright, mbia mono abanjo barigereria na bategereri radio ya Bagusi Global Radio AGR News mbia mono so kubwatia chingwane china mange toro cho kukuwa na mwaso egende kya abantu bangumbu gotoma chibese chi boyfriend chi girlfriend chi alire chibese monto menya tasike toka chibichu tumungainireria ka konyo koragera iga bono lende koruri tukoria chagete twachagete stream yechinsa chiri sana ibere mpaka abono iga togo chigokora togo batenga mbiyama na soko tubwatia na ande ankio ni tukorinde gendera kubwatia Bagusi Global Radio asiji platform chia social media chonsi Facebook YouTube TikTok Twitter gose X na konyora lia na koko so Facebook like pichiri itu nande ye follow egero nyara ko bakokonyora ebipindi bito byonsi biri tuga saine egokora kururi tukorigo chaka mpaka ali koera bono nande tora nankio asege pindi kia AGR News Updates nande mugaso tomerane aiga ase egepindi ekiga kia Family Life Crusade yagendrete gocha koera ritukuriria ria chimamosi mbuya mono eriteriane Geoffrey Nyakundi Morara aka Jeff the presenter nyasao yo tora